Mutulire wa modo goko thino Igeogerekania na kehihi Todono wakahida kaninima No kaiora mathina na metagiko Tena nafasi hii kuwakaribisheni nyote katika ibada hii ambayo wa safari ya kumsindikisha shoshu wetu na auntie na mama pia na rafiki. Ningependa sote tuwe na moyo wa ujasiri, tujitie moyo na tuwe na nguvu kwa sababu ilipendeza Mungu kukae namna hiyo, au sio? Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ningeulizeni sote tukaweza kusimama. Naomba tu tusimame. Tutakaposimama, niulize tu kama miongoni mwetu kuna mtu ambaye anaweza tuongoza kwa wimbo moja pengine wa kuabudu Mungu, tuweze kuwa na nafasi hiyo kuabudu Mungu kwa wimbo mmoja, alafu nitawaelekezeni hapo pengine vile tutakavyoendelea. Tafadhali, sijui kama kuna mtu. Asanteni sana. Tukiwa tumesimama tu hivyo, ninaomba kwa heshima kubwa niweze kumkaribisha askofu wetu Baba Philip aje atuongoze kwa neno la maombi, pia kwa neno la kututia moyo, na itakuwa ni vizuri. Yeye ndio atatupa ruhusa ya kukaa ama tutasimama. Asante sana, karibu. Bwana asifiwe. Amen. Bwana atukuzwe. Amen. Ningetaka mkaweze kufarijika na mkaweze kujazwa na Roho Mtakatifu wa Mungu wakati kama huu. Ndiposa mkaweze kuvumilia na mkaweze kushinda. Na kuweza kushinda hata yale ambao hutokea wakati kuna mauti. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ningetaka tuombe, kisha na baadaye tutalisikiza neno la Bwana na tutaweza kubarikiwa. Hebu tuombe. Mtakatifu Baba wa mbinguni, na kushukuru kwa sababu ya jinsi ulivyo. Wewe ni Mungu, pasipo wewe hakuna Mungu mwingine wa kuabudu. Wakati kama huu, hata wakati wa majonzi, Bwana tunajua wewe ni Mungu wetu. Na ndiposa Bwana tunakushukuru kwa sababu ya nafasi ambayo ulitupatia tukaweza kukaa na Miriam. Tuliweza kuishi maisha mazuri na yeye. Na hatimaye sasa nyakati zake zimefika za kutulia na kuishi pamoja na wewe. Na ndiposa Bwana tunakushukuru kwa sababu wewe ni mwaminifu. All those years that we lived with her and we lived a good life. She was so competent, and this day we are celebrating her life. We thank you, God, for having given us this particular time. We thank you, God, because of giving us yet
another chance. As a family, all of us as friends, all of those people who are associated with her in her life, to come and say thank you to you, God, because of giving us a great chance to live with her. And because this grace is still within us, we want to thank you. Even as we continue with the rest of the service, we want to commit it forth before you, God. Even as we wait for Sammy, we want to thank you, God, because everything is going to become in order in Jesus' name. We cover ourselves by the blood of Jesus. We say that, God, we are victors. We say that we are going to celebrate our mom because she has fought it and she has won the battle. In Jesus' name we pray and give thanks. Amen. So we are going to look at the book, the word of the Lord. Let us look at the word of the Lord in the book of Revelation chapter. I want to take you to chapter 14, chapter 13. Yeah, chapter 14 of the book of Revelation. Kitabu cha mwisho wa Biblia. Ufunuo. Kinasema hivi katika sura yake ya 14. Tunapoanza mstari wake wa 13, neno linasema hivi. Then I heard a voice from heaven saying, write this, happy are those who from now on die in the service of the Lord. Yes, indeed, answered the Spirit. They will enjoy rest from their hard work, because the results of their service go with them. Then I looked, and there was a white crowd, and sitting on the crowd was what looked like a human being, with a crown of gold on his head, and a sharp sickle in his head. Praise the Lord. Blessed are those that will die in Christ Jesus. Kubarikiwa ni wale ambao watapumzika wakiwa katika Bwana. Wale wataenda kupumzika pasipo majonzi, na kazi ambayo wamefanya itawafuata. Bwana asifiwe. So all of this you are seeing here, every person, kila mtu ambaye unaona hapa, ni kazi ambayo Miriam alifanya in one way or another. Hawezi kufika hapa kama huyu mtu hakuna jambo amefanya. Ungekuwa umelala nyumbani unagojea watu pale. So what I'm trying to say ni kwamba tuko hapa kwa sababu ya kazi njema iliyofanywa na imani ambayo mtumishi wa Mungu huyu aliweza kuishi ndani yake. Alifanya kazi ya Mungu, ever in service. The Bible says here, blessed are those who will die in the service of the Lord. They shall rest. Watapumzika mambo mazito ambayo wamekuwa wakifanya. Kila mmoja wetu, kila asubuhi, kila jioni, tuko na kazi ya kufanya. We have some work to do. Tuko na majukumu ya kukamilisha. Na ni katika hii process ambayo pia tunafanya kazi ya Mungu. Kwa sababu kama wewe unahudumia watu, if you are giving service to the people, you are serving God. Bwana asifiwe. Katika ile hali yoyote ile ambayo wewe Bwana anakutumikisha katika jamii, wewe unafanya kazi yake. And the truth is, Mama Miriam, because I have known her for quite a long time, wakati nilifika pale alikuwa naishi, yeye ndiye alinishika ugeni. Na akawa ni mtu ambaye, kwanza ni mtu ambaye anaweza kukushauri vizuri. Is an old mama, she never went to school. But the truth is that she had all the wisdom that entails for man to continue living. Alikuwa na hekima ambayo mtu alihitaji ndiposa akaweze kufaulu katika maisha. And I was telling myself, I have met a big university. Nimekutana na university kubwa sana hapa, mahali ambapo nimeingia hapo Morro. Kwa sababu huyu mama anakuelekeza na kwambia, Wakamau, ni vizuri tu kuomba Mungu. Hata kuokoka ni mzuri, lakini ni vizuri
kuenda beyond wokovu, that your actions, that your functions, that your everyday life is connected with what kind of a person you are. Yeye, wacha nikwambie, and this is the truth, yeye hakuwa tajiri, lakini aliweza kufanya zaidi ya matajiri. She may have not had a lot of things, but whatever purpose she had at heart, she had a psyche to drive it. Alikuwa na ile motisha inayotoka ndani ya kuelekeza mambo. Akitaka kupeleka mtoto shule, for example, na hana school fees, angeweza kumobilize anybody, every authority, angeweza kumobilize na aone ya kwamba hilo jambo limefanyika. So blessed is her this day that she rested in Christ, because her last testimony I had with her was barely a week before she passed on, because she was talking. I think she talked until almost her day of resting. What a gesture. Hata nilikuwa naambia mke wangu, because on Tuesday, was it on Tuesday, just within the maombolezi, tumeenda pale Orokarau kuona mama mwingine, naye she is 80 years, lakini huyu tayari yako na dementia. Yeye amekaa namna hii, anameza lakini haongei. This one, she was in pain, but she was talking. The Lord gave her the strength to keep on discharging the services God had given her over her life, so that she could continue, motivating people. In fact, that day, she told me, now, Baba Kamau, unajua, mimi hii mwili inauma yenyewe. Ningetaka hivyo mnasema tukae tu na nyinyi. Lakini sasa, ninaumwa. Lakini nimeamini Bwana ya kwamba haya mambo, unajua, hata wao watu wadogo unaona hapa, wengine hawana target, lakini yeye, look at what she was telling me, everlastingly in her life. Alikuwa ananiambia, nilikuwa naombea hapa katika hii kijiji yetu kuinuliwe mtumishi wa Mungu mmoja ambaye ataweza kuwapaka wengine. Look at what she was praying for. And it was an everlasting prayer, because at times maybe she could not have had what she expected. Lakini akaniambia, sasa wakati Bwana alikutawaza uwe askofu hapa, umeweza kuona ya kwamba kuna kijana yangu amekuwa mchungaji. And that was one of my prayer, that in my house, katika nyumba yangu, kuwe na watumishi wa Mungu wa dhati, watu ambao wanaeneza injili hata kama sitakuwa. Has she not achieved? She has achieved that. She has more than 3 pastors at home, and many others who are elders in churches all over the country. She has represented, she has brought up people of value. Na nilianza kwa kukwambia, yeye hakuwa tajiri vile unaweza fikiria, lakini hakuna jambo ambalo alitaka kulifanya likashindikana, kwa sababu 1, she believed and trusted in God. Number 2, she trusted in the strength of power and freedom. Mama Muriu si mtu ati ungakuja kumfinya. I'm saying for real because I know it. Huyu si mtu ungakuja ati kumfinya hapo ati oe kuku yake au ati no thio ogu ati othio oguo. Niyo instruments of power. Niyo. And much more so, many of the stories she would have told you, other than the gospel, is the fight she fought in the mountain for the freedom of this country. Oh my Jesus. This one makes me break down because of how she really fought. How many women can surrender their lives at teenage before they are married
to go and fight for the social life of the people. It makes me break. Jesus Christ. Thank you. Thank you. She made me know that she was a hero. She made me understand how a person can dedicate themselves for the nation. She was a person who would not let the country to be vandalized. I thank God. She fought in the forest for many years and survived the bullets of the white men. She never died at that particular time. She lived to make us see her yet another time. They served in the forest army with a fiancé who later became his husband and passed on earlier than this, and she continued fighting. That's when the Bible says, blessed are those who die in the service. In the book of Revelation chapter 14, I find it the word of the day. Blessed are those who will fight on until the end. Blessed are those who will continue fighting for the truth, for better social life, and for education. She never went to school, but took so many to school, and they succeeded. This one, many people, even those who are rich, don't do. They are egocentric. But she would have slept without eating so that Shiro would get some bananas when she was young. When her daughter died, Wangari, she took over as a mom, a new mom, for toddlers, very small girls and boys. She fought for God and for humanity. She was not just a person. To me, she wasn't just a person. She was a hero. She lived 99 years to say, I don't know whether I'm contravening what is recorded, but I know she was ranging thereabout. She spent her life nicely. She spent her life nicely. She was ever in service. And I want to conclude this verse that says, the verse 3 says, and I heard a loud voice speaking from the throne, now God's home is with the people. He will live with them, and they shall be his people. God himself will be with them, and he will be their God. He will wipe away all the tears from their eyes. There will be no more death, no more grief, or crying or pain. The old things have disappeared. Praise the Lord. The Lord is speaking to encourage the church of this particular time that the throne of the Lord now is with the people. The Lord will live with them, and they shall be his people. God himself will be with them, and he will be their God. He will wipe away their tears, from the tears from their eyes, and there will be no more death, no more grief, or crying, or pain. The old things have disappeared.
let me tell you the flesh that we are in. Hii mwili ambao tuko ndani yake saa zingine huuma. Hata hapa tulipo kuna watu wagonjwa, inauma hata sasa. But let me tell you, there is coming a time, na diposa sasa shosh amefika hapo hako, because the pain cannot continue forever. The Lord is speaking of a new life even with God. Bwana asifiwe. Maisha mapya katika Mungu huyu. Na diposa tuelewe ya kwamba wale wote ambao wataaga wakiwa katika huduma hii ya ufalme, things of the kingdom, hawa watu basi wataishi na Mungu. So the other part of the story of my mother is that I have known that she repented. Kama wewe ulikuwa ni mtu ambaye mnaishi na yeye, nakumbuka kuna jirani moja alimleta kwetu, akaniambia kwa sababu huyo mtu siwezi enda kwake, na kwa sababu mimi hawezi kuja kwangu, basi nataka utupatie kikao tuzungumuze na yeye na tusameheane. Sitamtaja hapa, lakini najua wengi wanamjua. So what I'm trying to say, she was a solicitor. Yeye alikuwa ni mtu wa kuunganisha watu. Ni mtu ambaye unaona hata kusamehe mtu. When you come to her and tell her, "Shosh, I've done this one. Please forgive me." She didn't have a blockade. Yeye hakufungia. Alikuwa ni mtu ambaye anasamehe. Alikuwa ni mtu ambaye aliomba msamaha. Alikuwa ni mtu ambaye alinyenyekea. Alikuwa ni mtu ambaye aliweza kuonyesha kwamba himaya yake ni himaya ambayo ni ya msamaha wa dhambi. So, and you know, in the kingdom of God, the forgiveness of sin, repentance, is a big tool that will make us reach the eternity. Repentance. Kwa hivyo yeye alikuwa ni mtu ambaye hata kama mmekosana na ametoa jazba, kwa sababu ni lazima ajidefend. Kama ni wakati huu angekuwa KDF. In fact, she could have been KDF or even better. Unaweza fikiria ati alikuwa tu mtu wa kulima tu. But I'm telling you, she had all the qualities of defending the people, defending the church. Todo direnda gukura mundu uyu ndungiahotire gucambia muhunjia hau Maina kuma wa Morro onawe anajira maita maingi ndeto ciaku ndarenda tondu muhake maguta. Bwana asifiwe. A person who respected pastors, a person who respected servants of God of all calibers. This is the person who introduced me Joe Kayo, the person who died the other day, the servant of God. She was following where the word of God is really true. Yeye hangeweza kuendana na mchungaji ambaye anaona ni mtu wa kupendekeza dhambi zitendwe hapo, angetoka kanisa. And no wonder she trained me that when things are not good, you can even leave it. Kama hawezi vita na watu, wachana nao. She was a person of great values, a person of great aptitude. She is a person who could be able to go the levels that men cannot go. Yeye alikuwa mwanamke, lakini alikuwa kama wanaume 10, like 10 men. Na kama si hivyo, akina George niambie, kana uge amurakaririe ndekumira uri atarie auge nie nie nyukwa na nitukuonana ndugwika uguo ndi ha. These are the kind of people. Unajua kuna watu wengi kujificha, kazi yao ni kuweka mkia hapa katikati ya miguu kama umbo akiwa kwa wenyewe. This mama would tell you plain truth. Oka akajira ndarekeke kwire bishop hauno wagwa keukegera ni ono wagwa mundu wa Ngai, and I will take it seriously. Tondu ndarajira uguo nigetha anine, arajira uguo nigetha njejie nduike kindu kia bata gya kuhuthirwo ni Ngai.
na ndikio ndiramwira andu amukire guku uyu ndarari o mundu na aria twi guku ni muoya ati arakire mundu tondu uguo niguo kuhana ni muronire ira ura kuraihuritwo na umuthe ni njui noguo gukorwo Ngai ndake murathime ni nguria tuheo rwimbo rungi na nigetha mutabania atuhe direction tondu o undu ni ukiri kiambiriria na kirikiro kiagu. Thank you. Ngai amurathime. Amen. Aria meo kete ritwa ria Jesu imereio kirumi-ini Ngai tondu nio ciana cia uhonokio wa thakame theru ya watu ini muhonokia Jesu ni akamera imoke ari wema agirio maithori aria mariragira rugendo-ini maguthie muoyo-ini makauro ini ni magakenaga makirorera ili watu-ini meriragiria andu nio iririe ndeto cia andu riria wina hinya menye wega ni witikiritio menyithia andu ini Jesu ni mukuri wa kirindi ini ndokire na ngoro menye wega meciria ma mwiri mendaga atia mendaga gutiga waga muoyo ini na mwiri ugathikwo ini tiga kuoyaniria mundu witu naguo thamaki wa roho na wa mwiri tungihotaniria ndaguthaitha ini tigana na mwili uthie rugendo. Ningependa tu kuna mtu tunagoja kidogo, kwa hivyo wewe imba vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu wale ambao wanajua kwenye wanaenda hawakuwagi na hofu. Kwa hivyo ningetaka tusifu Mungu tukiwa alive vizuri. Tiga wewe nyinyi ambao mmekuja ili muweze kutufariji. Ugo ndungioka kundu gwina kieha urehekea na wakati unaimba vizuri weheragia ginya kieha gigeka atia. Kwa hivyo nipe mkono wangu katika jina la Yesu. Igosa imwathani wa theru utumetairia yenie mathe no mathiete guthi yenie twambate na mwiri wa gocai Ngai witu yenie gocai mwathani wa thĩ na moĩ mathe na mathiete guthi yenie twambate na ituikarage na ngoro theru kũrĩ wĩra-inĩ wa Mwathani nakuo tũrĩ thĩ na kana gĩke narĩo rĩrĩtwa rĩa Ngai no rĩgocai Ngai witũ niĩ goca Mwathani na moĩ mathĩ na mathiĩte gũthiĩ niĩ twambate na ĩro mũtheru nĩaratwĩra rũiyũrwo nĩ rũkirĩ niĩ Mwathani twahota niĩ na wendo na gũkirĩ gocai Ngai witũ ni gocai Mwathani wa thĩ na moĩ mathĩ na mathiĩte gũthiĩ niĩ twambate na mwĩrĩ wa thutha wa nduma yothe nĩ kũgĩaga ũtheri kĩrĩro nĩ gĩa ũtukũ ni
Rũcinĩ gũkagĩa gĩkeno, yeniĩra arĩa othe athingu, namo marigĩrĩrio mao ina mĩtũrĩre. Yenino ĩkagiragĩrĩria irĩrĩa andũ thahabu nje, nayo ĩgeragio na mwaki. Yeniĩra arĩa othe athingu, namo marigĩrĩrio mao ina mĩtũrĩre. Weka mikono yako, shangilia Yesu. Amen, amen. Napenda tu ukiketi chini na wewe ujipigie makofi kwa sababu ya kuja. Jamani, ujipendi wewe? Amen. Praise the Lord. Tunaendelea vizuri. Naam, sio? Tunaendelea vizuri. Naamini sote tumebarikiwa. Asante sana Baba Askofu kwa sababu ya neno hilo nzuri. Umetuongoza vizuri na kila mtu naamini kwamba ameweza kunenewa, na hiyo historia ambayo umetupatia ya shosh imeniguza sana. Jameni, kuwa na shujaa ni kitu cha muhimu sana. Praise the name of the Lord. Na sio kuwa na shujaa tu, ni kuwa na mtu ambaye anaweza hata akakupigania, na mtu ambaye anafahamu hata na haki zake. Hello? Unajua siku ambazo tunaishi na watu ambao nikana kwamba kidogo hawajielewi. Lakini tukiwa na mtu ambaye anajielewa, mtu ambaye anafahamu, ni jambo nzuri sana. Pia nimeshukuru sana kwa sababu Shosha ameweza kulea watoto wake kwa njia ambayo inafaa. Praise the Lord. Kuwa na familia ambayo iko na wachungaji wengi, jamani, ni jambo nzuri. Si ni jambo la kuringa? Hallelujah. Amen. Nafahamishwa kwamba kuna jambo kidogo ambalo limechelewa, kwa hivyo tutatulia tu kidogo, alafu tutaelekezwa kutoka pale chini na itakuwa ni vizuri. Lakini hakuna jambo la kushtuka, mambo yote iko sawa. Ni jambo tu kidogo tu limebakia, alafu tuweze kuondoka, tuende tukampumzishe mama yetu. Ndugekiogwa. Tamudwa igwa. Umeelewa hiyo? Kwa hivyo hakuna jambo la kushtuka, tuko sawa, mambo yote yako sawa. Mipango inaendelea vizuri. Kipata ripoti kutoka kule chini, tutaweza tu kuondoka tu mara moja. Lakini kabla ya tuweze kuview mwili wa mama yetu, ningependa tu kutoa nafasi hii. Pengine uko hapo, umemjua mama yetu kwa muda mrefu, ama wewe ni mtu wa familia na kuna jambo pengine ungelipenda kulisema, ningependa nikupatie nafasi hii. Uje hapa utuongeleshe kidogo, utuambie vile unamjua, unamfahamu mama yetu, your experience na yeye, vile mmefahamiana, na itakuwa ni vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sijui kama mama yangu ana. Haya, sawa, karibu. Bwana asifiwe. Niĩ njĩtagwo Lucia Warwathie na ndĩ mũhonoku ndĩ nyina wa ndĩ mwana wake, no ũrĩa ingĩmwĩra rĩ, nĩ mũikare harĩ we na mũikare mũhonokete, tondũ kahinda gaka nĩ kahinda ga kwĩihua na gũikara to thingu. Mami rĩrĩa ararĩ nyũmba anjĩrire kiugo kĩmwe, Lucia, ingĩrĩ ngari yakwa no njũmbũke na thiĩ nyũmba-inĩ ya Ngai, no ũrĩa ũtarĩ mũhonoku aikare acũthĩrĩirie Ngai amenye kũrĩa gũrathiĩ. Asante. Yes, napenda niwasalimu katika jina la Baba. Hamjambo. Nami niseme ya kwamba aliyelala mbele yetu ni shosho yangu ambaye nampenda sana, kwa siku nyingi tumeishi na yeye. Na pia ningependa kutambua ya kwamba shosho amelea watoto wengi, amelea watoto wake, amelea watoto wa watoto wake, na kama wangu mara ya mwisho wamekuwa na shosho, wale ambao wanamuita Maito, tunaishi compound moja. Kwa hivyo ningesema ya kwamba shosho amekuwa mtu wa baraka na ni akoretwo mundu wa ngoro nene generation hiyo yote alelete na akamionia njira ya kiugo kĩa Ngai. Kwa hivyo tuna jambo la kujivunia ya kwamba nyanya yetu hajatuacha hivyo,
ametuacha tukiwa watu ambao wamesimama vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo sisi tuna furaha kama familia tunapowaona mkiwa mmekuja kutufariji, na ninajua ya kwamba kazi ambayo Miriam ameifanya hakuna siku ambayo itasahaulika. Mimi ukiniona hapa, mimi ni matunda yake, kwa sababu yeye ndiye ambaye amenilea kiroho. Kiroho ni yeye amenilea, kwa sababu wakati nilikuwa tu naenda katika nyumba ya Bwana alinielekesha vizuri. Hugo tuenodo wagwetera ta family ito. Kwa hivyo tuendelee tukiiga mfano wake mzuri. Amemalizia vizuri akiwa na upendo. Kitu moja najua kwake, ameenda akiwa roho yake ikiwa safi. Ogiraga ithirie social araba gukuria we muhonoku. Okoro nduri muhonoku ndegwitikira gukugeithia. Uguo ni ishara ya kuonania alikuwa ameselenda, ameenda akiwa mtu clean, na kuna jambo alikuwa anasema okoro ndana etiria mundu adekere. Kwa hivyo ishara ya kwamba aliselenda yote na yote akapatia Mungu. Kwa hivyo tunalo la kushangilia na kusema ya kwamba tuna furaha. Asanteni sana tunapoelekea tu kuendelea na ibada hii ya kumuaga shosho wetu ambaye ni shujaa wa mashujaa. Mbarikiwe. Karibu. Pigie baba makofi anapokuja. Bwana asifiwe sana. Kwa majina langu naitwa Michael Kanyoni. Na ndirenda kugweta njuge uyu uritikitie kunina ihinda riake ria gukoma etagwo Lilian, na turi anyina umwe nake na Lilian rĩu rĩ Miriam rĩ rĩu hĩndĩ ĩrĩa niĩ ngoretwo ndĩmumĩte thutha rĩ ngoretwo ndoka gũu niĩ njikaraga Moi's Bridge itũra rĩgwĩtwo rĩa Mũkũnga, na hĩndĩ ĩrĩa ndĩracokire kũigua nĩ akoma ndĩrahũrĩrwo thimũ nĩ mwana wake aranjĩra nĩ akoma. Nĩ ndĩrokire na ndĩragĩa na ũhoro wa kũmenya atĩ Wanjiru nĩ akoretwo mũndũ mwega mũno, tondũ nĩ tũkoretwo hĩndĩ ĩrĩa twathiĩ kũu hatirĩ kĩndũ kĩngĩ arendaga kwamba kũmenya no kiugo kĩa Ngai, na wacoka kũmũthikĩria ũkaigua atĩ thĩinĩ wake ena maguta araria thĩinĩ wa Ngai akĩheana ũhoro ũcio wa Ngai. Rĩu nĩ ũndũ ũcio rĩ nguga Ngai witũ nĩ tondũ nĩ mwega, nĩ amũigĩte handũ hega. Ndikuga atĩ akamũige niĩ, no nĩ amũigĩte handũ hega tondũ nĩ arĩkĩtie kuma mwĩrĩ-inĩ, na nguga hau nĩ hega. Haleluya. Bwana asifiwe. Isalimia kwa mkono wako kama unaniona mahali. Haleluya. And the way our bishop stand up here and told us that even if you just be to be a friend to her, one thing she was just asking you, wewe umeokoka, ni honokete, ni uwe Ngai. Amen. Hallelujah. Twari ciana njaganu muno no reke ngwire tigiboko gĩa tumire tucenjie tiati ni kuigwo tuigirwo itara ta ciana ingĩ tiatumire tucenjie, but the powerful word of this woman was just changing even the inner man of a person. Amen. When usually she start talking to you, she was just taking her time very well to make sure whatever she has already talked, you have just understand. Amen. And when usually left behind, unaanza kujiuliza na kweli niki shushu gitwara atwira. Amen. And that usually been our motive and change our life. Today we are pastor, not all a pastor, we are another rank. There is even a reverence in our home. Si Mungu ni mwema. So that we are just celebrating far of this woman. We are not just taking for the granted, but we are just saying, let God rest his soul in eternal life. God bless you. Praise God. Mwathani agocwo. Kwa majina yangu ni Reverend Pastor Turu.
na nĩ honokete nĩ tondũ wa kwendwo nĩ Ngai. Nĩ ngwenda kũmwĩra atĩ nyambe ndĩmwĩre nyumĩte kũrĩa Kiambu Gĩthũngũri na ndungatagĩra kanitha wĩtagwo Steward Revival Pentecostal Church kũrĩa mwena wa Kiambu region. Nĩ kũrĩ na ũndũ ingĩenda kwĩra andũ arĩa marathikĩrĩria mũgambo ũyũ. Nĩ kũrĩ na muoyo na no ũmathire wa kũmatha na wa gũtungata ndũrĩ na muoyo. Nĩ wega kũiguaga maandĩko ma Ngai ta ciugo icio twaheo nĩ mũthikabu witũ, wĩtĩkie na ũrũmĩrĩre nĩgetha ũkorwo na muoyo. Sisi zote tuko kwa hii njia, gũtirĩ mũndũ ũtakagera njĩra ĩno, no ũmenyanire na Mwathani angĩkorwo nĩ ũkĩenda kuona muoyo. Yesu mwenyewe akasema, nini ni kuriuka na ni moyo. Kwa hivyo kama huna Kristo hakuna pahali unaenda. Nilikuwa naongea wakati wa Lazaro. Wakati Lazaro alikuwa amekufa ama alikufa. Kama unataka hiyo njia ya kuelekea katika ufalme wa Mungu, lazima utafute Mungu. Lazima umtafute Yesu Kristo. Maritha akiuga nioi ni akariuka Lazaro hĩndĩ ya iriũkĩro. No Yesu tondu ari hau we mwene, Yesu Kristo alikuwa pale, akamwambia akasema, nini ni kuriuka na ni muoyo. Uria wothe wihokete ni ona akua no agatura. Bwana Yesu asifiwe. Hata nami nimeokoka. Ninaitwa Naomi Njoki. Nimesimama hapa kwa sababu inawezekana mimi ndio nimevalia mavazi tofauti na nyinyi. Nishukuru sana familia hii kwa sababu mmejipatia nguvu sana, kwa sababu hakika mmefahamu mahali ambapo mama yetu ameenda. Na kama jinsi ambavyo tumeambiwa na tumehubiriwa na Bishop, amenirudisha mbali sana wakati ameongea kuhusu mama, kwa sababu mimi nilimuelewa na nilimfahamu nikiwa mama wa watoto wawili, mama mchanga sana, nilipookoka kanisa la Kenya Assemblies of God. Nilimkuta wakiwa na wamama wengine, na huyu mama amenilea. Bwana Yesu asifiwe. Na leo hii ama wakati ambapo nimekuwa hapa, kama angalikuwa na uwezo wa kukuja na nguvu za kukuja kanisani, jinsi ambavyo nilimfahamu, na huo moyo wa ushujaa na moyo ambao alikuwa na roho ya kuwalete pamoja na maneno ya kufariji, angeweza kufariji na kutia wamama wachanga wa leo hii. Lakini kwa sababu kwa muda mrefu amekuwa hawezi, ninajua ya kwamba amelea wengi ndani ya nyumba hii yake na familia hii yake. Kumetokea wachungaji wengi ambayo ni nadra sana kuona katika familia zingine. Miaka hiyo walipokuwa wakitulea, alikuwa na moyo wa kutulete pamoja na kutupatia maneno ya faraja na maneno ya kujenga nyumba na familia zetu. Nilipokuwa jana hapo nje mahali tulikuwa, nilikumbuka nikiwa mama mchanga, nilikuwa nikiendea miraba kwake sababu nilikuwa nimefuga ng'ombe, na wakati wote tu nilimuendea, ninaenda kwake kununua hiyo kwa sababu ya ng'ombe. Alikuwa anakuja na kamarigo, ananiambia, mwana wani tondu ni hindi urarera uthii urugire twana turigo tutu. Kwa hivyo watoto wangu nimewalea na mandizi ambayo nilipewa na mama huyu Miriam, na moyo wangu unasikia ya kwamba tumeondokewa ni kifaa na chombo cha maana sana. Kwa hivyo kama mama kanisa ambalo kanisa hilo angekuwa akihudhuria wakati ambapo angekuwa na nguvu, nimemfahamu mama huyu kwa miaka mingi sana, na kama vile Bishop amesema, sio mama angenyang'anywa haki yake ya kionanga. Aliipigania na alisimamia haki zote,
haki ya familia yake. Na jana nikawaza nikasema, wamama siku hizi wakiwachwa na waume wao, hiyo shamba yote saa hii ingekuwa broti maguta kana yate. Todo hihi ndiangetia na akendia, lakini nilipokuwa nikitazama jinsi ambavyo niliona shamba hilo nikiwa msichana mdogo, shamba hilo limebaki hivyo likiwa la familia yake. Si huyu mama ni shujaa? Amepigania haki za wokovu, amepigania haki za familia yake, na amepigana vita iliyo nzuri ya imani. Kwetu kama kanisa la KAG, baadhi yetu tuko mahali hapa na wengine wametusubiri. Tutamsindikisha mama kama mama aliye ni shujaa. Mungu wa uzima awabariki sana. God is good. Sana. Lakini naomba Mungu tu apatie nguvu. Sasa nimeshauri sana. Nitie Mungu. Nakumbuka ambapo nilikuwa naenda kutoka njia, kisha alikuwa anarudisha katika njia yenye mapana. Nilikuwa napenda kumtembelea sana. Nina shauri maisha wenzangu na polisi. Fadhali kutumikia Mungu. Kwa Mungu ni kizuri sana. Ndawacha na kitabu. A few words saying that the Lord is Lamentation 3:24 that says that the Lord is all I have, and so in Him put my hope. The Lord is good to everyone who trusts in Him. So it's best for us to wait in patience. To wait for Him to save us, and it's best to learn this patience to our youth. When we suffer, we should sit alone in silent patience. We should go in submission so they are made, still be hope. Grow beaten and sorrowful. We should accept each other. The Lord is merciful and will not reject us forever. He may bring us sorrow, but His love for us is sure and strong. Sio watu kiwasaidiani kiwagai kwa maisha yenyu yote. Shosh. In peace. Kuna nafasi ya watu wengine kama watatu, kwa hivyo jiandae tu. Mwana ni agosho. Amen. Mariko mako nitagwo Elizabeth Wangari Wambai. Nie ndi mugeni uhoro-ini mucii uyu, no ndi na muiretu umwe wakuo. Kwi muiretu witagwo Miriam na ni sister Elijah na iretu angi mea. Muiretu ucio gwakwa na ndirenda kumuhakikishira atiriri ati uguo kwerwo ni mutungatiri uhoro wa mutumia uyu. Miriam ndari guku America, no Miriam ni ahotete gukua uhoro wa shosho wao na agatuika deacon kuu. Koguo kuhunjia kwa mutumia ona atari muthomu ni ahunjitie thi yothe. Miriam ni aruta wira mwega muno kuri ari deacon munene muno rugamirire kanitha nene muno tondu ni akionanagia mbica-ini na ni tondu ndi wa PCA atungatirie a PCA mani kuu ni amatumaga kuri nie akamera atiriri erai mami no ndimwendete na ndi mwana wake nikio ndi guku mutikanye na murigo mutumia imire kunyumire Kiambu kundu gwitagwo Githunguri na ndaigua hena muthuri ungi wa gwitu Githunguri ni tukuinukania ndukandige ciana cia Jerry Elijah na sisters ciake ni ciana ciakwa tondu mamu wao ndagikuire ndi guku na ni ndamuthikire na ni ndamurwaririe na ni twaranire karugendo kanene muno murwaru akanjiraga atiriri nyina wa Shiro tondu niguo njitaga njiraga we niwe nyina wa Shiro na ni ndi nyina wa Steve. Koguo ri we nyina wa Shiro ri orage andu aya Ngai wa muoyo amuikarie na mumenyere ciana ciakwa no ndimwendete na ndikamutiga. Ngai amuikarie.
Mwadhani Rogosho. Amen. Kwa marefa jitago Maina. Nimelala hapa ni shosho yangu. Nilikuwa 2014 huko Subukia, Nakuru. Nilisomea Maryland. Kwa shosho aliniangalia akaniambia, kijana yangu, tazana na maisha mashambani. Mimi naomba Mungu urudi nyumbani." And that was a prayer. Na nilirudi nyumbani. Baishi nataka kumwimbia wimbo ya Kizungu. Wenye wataifahamu well and good sawa. But it's a good song that Wayne and sana moyo. And the song is ni upendo kutoka kwa Mungu. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, and all my life you have been faithful. Yes, you're faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. Oh, you have laid me through the fire in darkness night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. And I have me in the goodness of God. Oh, and all my life you have been faithful. Yes, you're faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am made. This one nenehe tuge ni honokete ngendo ni mwathani ni tondu wa kunjika wega ona ni ndokira kurama wega ma Ngai mathani egocwo tuge ni tutwaranite na mutumia uyu karugendo na ithu ni twahunjira turauga andu maragie ma mwathani egocwo na reke njuge muini wa rũmbaini ria arauga ati gutire rugano thino rungiandikwo tandikite na reke njuge ni turandikite rugano ruri ithu turakiandikite mwathani egocwo no marigiririo ma mutumia uyu ni kira kindu kiria kiragenetie muno ni ati ungiracemanirie nake no nginya angirakwirire uhoro wa kiugo kia Ngai mbere waria mamui ni araragia cia mau muno mwathani egocwo no marigiririo maya ararigiriirie ni hakwa njuge ni agenetie mwathani egocwo nake mwario mwe kana kiugo kia Ngai kiariti na gikauga ati kaba marigiririo gukira kiambiriria mwathani egocwo ni tondu kirikiriro ni gia bata gukira kiambiriria nie ni ndiramuceragira muno na ingirathire gwake ni aranjiraga ndungata ya Ngai ndukuma guku utahoete na tukahoya hamwe nake na ni cũcũ witũ tondu nie ndi mutumia wa mutungatĩri Maina wa mũrĩu na ona nie njuge cũcũ huruka ũhoro. Naona kama sio mtu mwingine anatokea, but I can take this chance to say thank you to our Miriam ambaye ako America, kwa sababu for really sure hakuna kitu ambacho shosho alihitaji akakosa.
hata kama ni dawa ingehitajika, yeye alikuwa amejitoa kuhakikisha ya kwamba shosho analala vizuri, anakula vizuri. So Mungu ambariki mahala popote alipo katika jina la Yesu. Na kuna Samii ambaye ndiye kitinda mimba wa shosho. Yeye ndiye amekuwa na shosho wakiwa na mama yetu, mama Ndongo. For sure wamefanya kazi nzuri, kwa sababu hata kama kungekuwa na pesa na kukosa mtu wa kumtunza haingewezekana. So wapokee baraka ya familia yetu, kwa sababu wameshikilia kabisa. Utikidu shosho agererire irie kuria kani karagiragwo nayo ona kafarume twiri. Kwa hivyo kazi ambayo Miriam amefanya, sisi kama familia tunatambua na tunasema ya kwamba aendelee kwa ule moyo, maana ametushikilia sana. Korwo shosho dararoragwo guo aroretwo ihinda riu aroya gwa kaigoja agicokagio nyumba, ndangiratindatindikire tumatuko, tondu ni mundu angirekererio age mundu ukumuromboia ndangihota guikaikara. So nasema ya kwamba familia ya Lilian, Mungu awabariki sana, kwa sababu mmetusaidia kushikilia shosho vizuri kabisa, pamoja na hawa wengine wote brothers and sisters wa shosho walikuwa wanakuja, tunawaona nyumbani, mara wamekuja kuangalia shosho. Kanisa la KAG wamekuwa wakikuja kuangalia shosho. Kwa hivyo tutasema ya kwamba huyu mama onamuona igogona yake rigemete ni tondu wa wira uria anaruta, tondu maundu maria mundu aneka ni makamuma thutha, mari mega kana mari moru. Kwa hivyo tukitazama hapa ni kama vile wakati Mose alikufa, shetani alikuja kukiremu mwili wa Mose, lakini naye Mungu wakati waling'ang'ana wakawa na kipimo cha kupima. Mawega ma Musa makĩingĩha muno, Ngai gũgĩtuĩka rĩu Ngai nĩwe gũthika Musa, ona shaitani adimandĩte ati Musa ni arekanirie maathani, Musa nganie kile atia. Kwa hivyo katika safari ya maisha unaweza kuwa umepitia katika yale mambo, lakini baadaye kwa sababu ya wema ambao umekuwa nao, Mungu akushikilie. Kwa hivyo kwa upande wetu kama familia tunasema ya kwamba Ngai arora Shiro, Ngai arora Sami wito na mutumia wake, tondu ni marutite wira uroneka. Guthambia mundu mukuru no thia kumuhinya uguo kaigua akaya na akaya ringi no arie kiugo atuchukulii kama ni mzaha. Ni kazi nzuri. So Mungu awabariki na watende mema. Juu nimeona baba yetu Samia amefika, na umbarikiwe sana. Amen. Jamani, kama upiga mikono vizuri. Asanteni sana kwa kila mmoja ambaye ameweza kunena. Mmenena maneno mazuri, maneno ya busara, na naomba Mungu tu awatie nguvu zaidi na wafanye vyema. Utakaje mama nikusaidie vipi? Kwa kifupi sana. Okay. Nigucokia ndiracokia ngatho kure Ciro gwe kahinda he gukinya, yani twagwo ni hinya. Ndacokeria Ciro ngatho na family yao, ndacokeria Sami na mutumia wake, tondu ni marutite mami kundu kunene na tukoretwo tukunene. Ngai amaturie miaka ya ciraniro na mongerere. Amen. Asante sana. Sasa kile ambacho tulikuwa tunakisubiri kimeweza kufika. Ningependa tu tuwe na nafasi hiyo ya kuweza kuview mwili, na itakuwa ni vyema. Lakini kabla tufanye hivyo na tupate yule mtu ambaye anatusaidia pengine kufungua jeneza, ningependa tu kumwalika Kasisi David aweze kutuombea, na ningependa tu kuwahimiza kwamba tuwe wavumilivu katika section hii ambayo tunaingia. Najua inakuanga tricky kiasi, lakini ninaomba tu tuwe na nguvu na tujitie nguvu katika Bwana, sababu yote hutendeka kwa wema kwa wote ambao wanamwamini Mungu.
Praise the name of the Lord. Kwa hivyo ningependa tu kumwalika kasisi Daudi aje atuombee, kisha nitawaelekeza hapo pengine. Karibu sana. Asante, Bwana asifiwe. So ningependa tuombe ili tuweze kuelekea katika hiyo hatua ambayo tumeelekezwa, na itakuwa ni baraka. So tuamini na tuombe. Mungu wetu na mfalme, tuna sababu zote za kukusifu na pia tunakuheshimu kwa sababu ya umbali ambao umetuleta. Asante kwa sababu ya nafasi hii ambao pia Bwana umetuhusisha na ukatupa ili Bwana tuje tumpe a befitting send off our shosh na pia mam na rafiki wetu. Na wakati huu Bwana tunapo utazama mwili, ninaombea kila mmoja wetu aliye mahali hapa, Bwana utupe nguvu, utupe uvumilivu katika jina la Yesu Kristo. Ninaomba kwamba Bwana utatusaidia hata katika hatua hii. Bwana, kwenye mioyo yetu tukubali, na hata pia Bwana tuwe na imani kama vile ambavyo ulimpa mama yetu katika jina la Yesu Kristo. Nakabidhi kila mmoja wetu kwako Bwana katika kipindi hiki, kwamba Bwana utatupa uwezo na hata nguvu ya kupitia katika kipindi hiki Bwana, na hata tutakapokuwa tukielekea katika sehemu hii nyingine ya kumpumzisha pia Bwana tuomba neema na nguvu zako katika jina la Yesu Kristo. Tunakupa heshima kwa sababu Bwana utatuwezesha kwa Kristo Yesu aliye Bwana na Mwokozi wetu tumeomba. Amen. Amen. Asanteni sana. Tunashukuru, asante sana kasisi Daudi kwa sababu ya kutuongoza kwa maombi hayo. Umefanya kazi nzuri, tunashukuru. Najua kwamba tuko live. Mzee, tuko page gani? YouTube Dr. Njoroge, na pia Facebook tuko YouTube peke yake. Okay, tuko YouTube, tuko live. Unaweza ingia pale, subscribe kwa page ya Dr. Njoroge. Ukisearch tu hapo itakuletea. Pia unaweza like and you can leave a comment. Tunaweza celebrate shosh na mam na maito pia huko, na itakuwa ni vizuri sana. Tunaposubiri msaidizi wetu aje atufungulie, ningependa tu tuongozwe kwa pambio moja, alafu tunapomsubiria aje tufungulie na tuweze kuendelea. Amen. Tukiwa tu tumeketi tu itakuwa ni vizuri. Asanteni sana. Tuketi tu hivyo. Rosia goro yakwa ishingia hotile tigawa jaragerio kajera katerie mwade kisada mahali kuna wazee hapa haribiki jambo, sio? Nimepata ushauri na ni ushauri mzuri kwamba ukiview mwili hautarudi mahali ulikuwa umeketi, utatoka tu, tupatane hapo nje. Si ama pasi uta
Thank you so much. The Lord bless you. Tutakavyo kwenda Subukia, barikiwe sana. Muturire wa mundu guku thino ngiugerekania nake tondu no wa kahinda kanini ma no kaiyura mathina na mitangiko. Nikuigua tuhinyĩrĩirio nĩ maũndũ mayo ruona menyamaro na mĩnoga nĩcio itũharagĩrĩria tũkaheo riri. Tukoragwo twĩna ũmĩrĩru rĩrĩa tũgũtũra thĩinĩ wa mwĩrĩ ũyũ nĩamũtũthiaga tũrĩ na wĩtĩkio na wona twatoria nĩ tũkaheo thũmbĩ. Gĩtĩ-inĩ gĩa cira
tũthondekagĩra kũrĩa thayũ na gĩkeno ithereraga ta rũĩ. Nĩkĩo tũrwaraga na tũgathĩrĩrio mũno, tũkagĩa kĩmao twenda na ngĩmagatũme wĩra wayo wathira ĩgakũnjwo. Mĩmeno tũtũraga thĩinĩ wayo na nĩyo mĩrĩ ĩngĩtharũrio. Ngai no tũthondekeire mũciĩ igũrũ kũrĩa tũgatũraga tene na tene. Nĩkũiga tũhinyĩrĩirio nĩ maũndũ mayo, rĩu ona mĩnyamaro ona mĩnoga nĩcio itũharagĩrĩria tũkaheo riri. No ta hema mũtũrĩre wa mũndũ tumesimama tu hivyo. Ningependa kuwa na assurance kwamba from our IT team we are already online. Kuna watu ambao wamesubiria sana. Sawa sawa, wanao tu watch kwa YouTube, wanao tuangalia kwenye Facebook. Karibuni sana katika sherehe hii ya mama yetu Miriam Wanjiru Maina, na tunashukuru Mungu. Ningependa tu kwa heshima hiyo niweze kukaribisha wanaotuletea mwili wakaweza kujiandaa na kutuletea mwili kuanzia dakika hii katika jina la Yesu. Ninaamini ni WWK ya wana Subukia. Karibuni sana. Kama unasikia sauti yangu, ni wakati wenu muweze kutuletea mwili, na ingekuwa ni vizuri sana kama tumeupokea mwili tukiwa tumesimama, tupatiane hiyo heshima, itakuwa ni vyema hata na zaidi. Karibuni sana. Iwapo mnasikia sauti yangu, wanaotuletea mwili, nafasi hii ni yenu. Tuharakishe tu tuweze kuokoa muda kwa jina la Yesu. Piga makofi hivyo. Kwa sawa.
mazuri. Ai jameni, makofi mazuri kwao. Ukiambiwa ushike hiyo kinanda upige, naweza jua ni kazi ambayo wameweza kuifanya. Lakini tunawashukuru sana, mbarikiwe sana na Mungu. Nataka tuingie direct kwa program yetu ya siku ya leo, na ninajua kwamba tutaweza kubarikiwa. Ningependa yule ambaye ako na programs hizi ambazo zimeandikwa theology akaweza kuzipeana, share them very fast, niposa tuingie kwa program yetu na itakuwa ni vizuri. Pia niwajulisheni kwamba tuko na Askofu Mungai katika sherehe za siku ya leo. Amen. Pia niwajulisheni kwamba tuko na Askofu Philip ndani ya mkutano wa siku ya leo. Amen. Na pia niwajulisheni kwamba Yesu ako katikati yetu. Amen. 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 Ninasema hivi ndiposa mwenye ana program aweze kuzipeana kwa haraka sana, ambao wanatuangalia kupitia mitandao, ambao wako katika in the US, ambao wanatuangalia kutoka Canada, ambao wanatuangalia kutoka Nairobi na Mombasa, ambao hawajaweza kuhudhuria siku ya leo, tunawakaribisheni sana. Karibuni, karibuni sana. Ningependa tu kwa haraka nimuite ambaye atatusomea theology na ambaye ni Daniel Maina. Daniel Maina, naarifiwa kwamba utatusomea theology kwa lugha ya Kikuyu. Tafadhali atuharakishe sana. Daniel Maina, patia Daniel asomage alafu tuendelee. Daniel, karibu sana. Tutasomea kwa lugha ya Kikuyu. Apatiwe kipawa sauti. Patiwe kipawa sauti tafadhali. Veronica, utanikaribia, utasoma kwa lugha ya Kizungu. Veronica, utanikaribia, utasoma kwa lugha ya Kizungu. Karibu sana Daniel. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Rekei tukire tuigue rugano rwa njamba ĩno, rugano rwa mũtigaire Miriam Wanjiru Maina gũciarwo. Mũtigaire Miriam Wanjiru aciarirwo mwaka-inĩ wa 1923 itũra-inĩ rĩa Munyu, Naivasha sub county, Nakuru county. Mwana wa gatano wa tigaire Turu Muiru na Nyambura wa Turu. Aciaranĩirwo na mũtigaire wa Ngare, mũtigaire wa Itherero, mũtigaire Kanuthu, mũtigaire wa Ithera, mũtigaire Samuel Muiru na Mako Kanyoni na Joyce Wakonyo. Kurerwo mũtigaire Miriam Wanjiru Maina arereirwo o ta ciana iria ingĩ cia ihinda rĩu. Gĩthomo, ararĩ na ũgĩ wa kĩmatu-inĩ, gũteithio nĩ Ngai Ithe, Ngai Mwana, Ngai Roho Mũtheru. Kũhika, mũtigaire Miriam Wanjiru nĩ macemanirie na mwendwa wake mũtigaire Daniel Maina mũrĩu, na makĩhikania na kũringana na mũtugo wa ũndũire wa Ũgĩkũyũ, na magĩtanahĩrwo na ciana nĩo mũtigaire Lilian Njeri na Elijah Mũrĩu, Turumeja, Nancy Nyambura, Lucy Walwathia, Alice Wanjiru, mũtigaire Anne wa Ngare na Gladys wa Maitha. Ũguo nĩ mũnyaka wa Jerusalemu. Waria ndĩrakũraga ũrathime andũ othe, na ũkauga nĩ ũtũrathimĩte o mũndũ, na Ngai atũre atũrigicĩirie na rũirigo rwa Roho Mũtheru, na atũhumbĩre na thakame ya Gatũrũme. Niĩ nguga nĩ amen, kũrotwĩka guo. Nĩndĩrĩmicaga tũkĩaria nawe tũgĩtheka, ũranjĩtaga Wanjiru wa Maina ngaigua wega, na ũrata witũ ũrarĩ mũrũmu. Nĩndĩrakwendete mũno ngarana wakwa. Nĩndĩracokeria Ngai ngatho nĩ gũkũhe mĩaka mĩingĩ ya kĩĩranĩro na agakĩria, rĩtwa rĩake rĩrogocwo. Ngeithĩria mami na guka, tata wa Ngari na arĩa othe twendete mathiagire mbere. I can just imagine the reunion makuona. Guka arakũririe atĩrĩrĩ, nyina wa Njeri, watiga ciana naũ?
wabe umuria atiriri we watutigire nau ni ukariukana ni tukonana tondu ni tuguturia kirigiriro huruka thayo shosho wako ginya riria karumbeta gakahuhwo iyo niyo tribute yakwa Ngai amurathime. And I said that my grandmother was a gallant soldier in the Lord's battalion, a very prayerful person. Even when she was frail and weak, she still prayed and kept singing praises to God. She fought a good fight and kept her faith. Now a crown awaits her. She was the epitome of the strength of a woman. Life tossed her, but she had an amazing inner strength. She did hard labor, brought up her own children, adopted 6 orphans and raised them. And she raised her children and her children's children when our parents departed. She died still surrounded by so many young ones. She was very prayerful. And as kids, we would emulate her speaking in tongues. And inside there, we would pick some words and make jokes about it. She was not schooled, but didn't know how to read or write. But she knew the Bible inside out. How? I don't know. She loved the house of faith, and her greatest legacy is showing us the house of God. I can imagine how joyful it must have been as she reunited with her husband, whom she adored, and her children who left ahead of her. My mother, her firstborn, being one of them. My shosho sleeps awaiting resurrection. Heaven rejoices in celebration of a life well lived. Precious in the sight of the Lord is the death of his saints. From me, Lord, I will offer to you the sacrifice of thanksgiving for fulfilling your covenant of long life. May your name be glorified. Now, my love, show. Sleep, our martyr. Sleep, my friend. Sleep in heavenly peace until that resurrection morning. May your soul rest in perfect peace. Ngai amurathime. Nĩ ndakena nĩ ũndũ wa kũheo nabathi. Angĩkorwo nĩ ngwĩtĩkĩrio no nyine. Na angĩkorwo nĩ ngũheo nabathi no ndĩharĩrie. I don't know. Ndija no ũnjũrĩrie. Ona nĩ ndĩraigua Miriam na kũringana na ũguo ũraria wega no ngũgwĩtĩkĩria wĩina gĩbungo kĩmwe tu nĩguo twenderee. Okay. Ningĩ no nyende ndoka nĩ ndĩroka Dallas next week. No ũngĩre airport tũnyuane gacai. Ona tũtũrarĩra hakuhĩ no tweherio speaker-inĩ. Ai mũnene atĩa mũrũthi wa Juda kaĩ we magegania atĩa ihiga rĩa tene kuona ndũrĩ kĩambĩrĩria ningĩ ndũrĩ mũico ũtũra ngũrongoragia nyina njiarwa ciakwa ũtũra ngũrongoragia nyina njiarwa ciakwa wenda gũgũthathaiya inyokũrũri wakwa ndũre harĩwe matukũ makwa mothe nginya ciana ciakwa na ciana cia ikoiga Ngai ũrĩa warongoragio nĩ mami nĩwe tũkwenda. Amen. Ngai ũrĩa warongoragio nĩ cũcũ nĩwe tũkwenda. Asante. Reke tũrĩkie ndagĩka ĩmwe. Miriam we. Reke tũrĩkie ndagĩka ĩmwe. Ndagĩka ĩmwe, we are almost done. Yeah, our time is far much gone, kindly. Ngai mwega mũno ndũhana ngai cia ndũire na ndũhana mĩhianano wĩra wa moko matũ
Newe iguaga mahoya kĩrĩro kĩa andũ aku. Amen. Njiarwa ciakwa itikagaro Ngai ĩngĩ. Njiarwa ciakwa itikagare Ngai ĩngĩ tiga we. Kwenda gũgũthathaiya nginya ũkũrũ-inĩ wakwa. Ndũre hau harĩwe matukũ makwa mothe. Nginya ciana. Amen. Thank you muno Miriam. Ngai ũrĩa warongoragio nĩ mami nĩwe tũkwenda. Ngai ũrĩa warongoragio nĩ cũcũ nĩwe tũkwenda. Ngai wa ma cige bata na ngoro yaku kũrĩ indo iria ingĩ ciothe. Cige bata na ngoro yaku kũrĩ indo iria ingĩ ciothe. Ngwenda gũgũthathaiya nginya ũkũrũ-inĩ wakwa. Ndũre hau harĩwe matukũ makwa mothe. Nginya cia. Sijui kama mitambo bado iko sawa. Umemaliza? Sawa. Inaonekana mitambo imeweza kuanguka kidogo, lakini tunashukuru. Situweke mikono yetu pamoja tumpigie Miriam hata akiwa mbali. Asante, asante sana. Kwa haraka sana nataka tuingie katika speeches, na ambaye atatuanzia speeches za siku ya leo ni Mama Wandaka ambaye ni jirani. Mama Wandaka, na ukiona nimesimama kando yako, tafadhali tuweze kuokoa muda kwa sababu kuna mambo mengi ambayo yametusubiria. Naitwa Eunice ama Mama Wandaka kama vile mumesikia. Mimi ni jirani wa Mama Moreu hapa chini. Na tumekuwa kwa pamoja kutoka mwaka 97 ambaye nilikuja katika kijiji hiki cha Morro. Mama huyu na familia yake wamekuwa marafiki wa dhati, na tumelea watoto kwa pamoja na watoto wakawa marafiki wakubwa mpaka siku ya leo. Nina ushuhuda mkubwa wa huyu mama, lakini sitaweza kunena ushuhuda ule. Ni kwa sababu kila mmoja ambaye anaishi katika Morro anajua uzuri na ushuhuda wa Mama Moreu kupitia saidi Ukristiano. Ameusingatia vizuri na ametuonyesha njia. Ni kwa sababu alikuwa ni mama mzee, lakini sisi ambaye tuko nyuma yake ametufunza njia ya kulea watoto vizuri na kuwalea katika njia ya Ukristo. Wote ambao wamekuwa karibu naye wako na ushuhuda huyo. Kwa hivyo mimi ni rafiki wa boma hii na ninashukuru Mungu. Najua ya kwamba mama mahali ambapo ameenda pahali pazuri, ni kwa sababu amechagulia palipo pazuri, na Mungu awabariki. Asante sana. Makofi kwa Mama Wandaka. Asante mama, umenena vizuri, ubarikiwe sana. Tunaenda kwa mwenye atawakilisha familia, na nimepatiwa Reverend Turo. Reverend Turo, tafadhali kasisi, tuendelee. Asaidiwe na mic tafadhali. Asante sana, wega muno. Kristo aretuganite getha tumagarie mwari wa ithe witu titata Miriam, ni tondu ni arikitie gututiga, na ni tondu Ngai ni aramwendire. Gutire mundu ungi ungirahotire kumuruta thiini wa thi ino, no Ngai ni aronire ari wega amuhurukie mahinda make marikia guthira. Ningihoya undu twina family, na family yo ni nene muno, na ni agire ni kumenyeka aria moimite bari gutiri na mbica ingi ikuhurwo.
na nyambe Ngai nĩ mwega makiria nĩ mwega nĩ ũndũ wa kũhonokia na kũhota gwĩtirĩrĩra nĩ tondũ kĩũndũ kĩu kĩa tata Wanjiru Miriam nĩ kĩhutĩtie ngoro citũ na tũkorwo nĩ hinya no tondũ twĩ thĩinĩ wa Mwathani rĩ no tũkũgĩa na hinya. Mwathani Ngai arogocwo, ndamũcokeria ngatho inyuothe acio inyuothe arĩa othe marĩkĩtie gũkinya thĩinĩ wa gĩikaro gĩkĩ nĩgetha tumagarie mwarĩ wa ithe witũ na tata nĩ tondũ wa Ngai kwenda. Ningĩenda kuga ciana cia guka na nĩwe turu na nĩ niĩ ũyũ megũkũ othe na ningĩenda marũgame harĩa marĩ. Marũgame harĩa marĩ. Ngĩenda marũgame hau matongoretio nĩ mama Kanyoni tondũ nĩwe ũgĩtigĩirwo ithuĩ ũkamama nĩwe ũtigĩirwo ithuĩ ũũ nĩwe tũtigĩirwo na nĩ kũrĩ angĩ mekuo. Nĩ harĩ na kaũndũ ngwenda gũthondeka harĩa rũgano rwa Gĩkũyũ gĩthomwo. Tata Wanjiru nĩ warĩ wa gatandatũ tondũ mami ndandĩkĩtwo hau no andĩkĩtwo harĩa Gĩthũngũ-inĩ. Mami nĩwe warĩ wa gatano. Rĩu airĩtu nao airĩtu othe makĩrĩ kenda na arume erĩ. Ũyũ warĩ we mũndũrũme ũrĩa ũtigĩtwo, niwe ũtũroraga na niwe ũtũtongoragia. Tukiuge Mwathani arogocwo. Mwathani arogocwo. Rĩu harĩtwa rĩakwa njĩtagwo Maiko Kanyoni na kana ithe wa Turu. Na rĩu nĩ wega mũno nĩ tondũ wa ũrĩa ũgĩte na ũhoro wa gũkoma ũcio Wanjiru wa Maina nĩ tondũ ũguo noguo kwagĩrĩire na noguo Ngai aronire kwagĩrĩire. Rĩu nĩ ũndũ ũcio niĩ ndirĩ ũndũ ũngĩ ingiuga no njugire nĩ wega. Thank you. Wega mũno. Family yake nĩ rũgame harĩa ĩrĩ. Family ya Maiko nĩ rũgame harĩa ĩrĩ. Rũgama hiyo harĩa mũndũ arĩ. Familia ya Maiko mahali ulipo tafadhali tusimame tu haraka haraka. Rũgama mbele ni mũtumia wake ni tata. Wako wapi wale wengine? Wako mlienda? Nafikiria labda wako katika shughuli tu, tuendelee. Okay. Familia Samueli harĩa marĩ. Familia ya Samuel ambao wako karibu. Hao, asanteni. Makofi kwao. Thank you. Family ya Wangari. Familia ya Wangari. Tata Wangari. Asante, ndio hao, makofi kwao. Okay. Familia ya Waithĩrĩro. Sijui kama walifika. Familia ya Waithĩrĩro. Siwaoni. Familia. Next. Ya Njeri. Familia ya Njeri haraka haraka. Okay. Asante, makofi kwake. Thank you. Thank you. Familia ya Wambui. Familia ya Wambui yuko pale. Asante. Okay. Ngai amũrathime. Nĩ tũrĩ na familia ya tata Wanjiru rĩ. Simameni watu wajue. Familia ya Aunti Wanjiru. Huyu ũhurũkĩte rĩ wako wapi? Simameni. Familia kubwa kweli. Simameni. Wow. Ngai amũrathime mũno. Makofi. Kwĩyũmĩrĩria. Asante. Nĩgetha tũtorie family ya Waithĩrĩro rĩ wako wapi? Familia ya Waithĩrĩro na mũhike nĩ wona nĩ kwĩko tũrahĩko mathaa tũtirĩ namo. Sijui kama wameondoka. Kama hawako tuendelee. Okay. Familia ya Kanuthu. Kanuthu. Familia ya Kahaf. Yao, makofi kwao. Thank you muno. Family ya Wakonyo. Familia ya Wakonyo. Wakonyo. Wako hapo, asanteni sana. Makofi kwao. Asante sana. Thank you. Kwa familia kubwa na Mungu ametubariki. Mimi naitwa Reverend Pastor Josephat Turuhu wa Gure. Asante. Na Yesu ni Mwathani. Arogocwo Mwathani. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Na ndakena. Onani. Ndagoca Ngai. Thank you muno. Ndugutha Ngai. Mwathani aromwe. Familia ya Waithĩra. Familia ya Waithĩra. Wako wapi? Si nilikuwa nimetaja wakakosa kusimama. Ungiona ũguo aya nĩ aingĩ. Familia ya Waithĩra. Mũkũ urofa ni nyuĩ tondũ wa kũrĩa kũrũgama. Mwathani agocwo. Asante. Makofi kwa our reverend.
Asante sana. Tutaingia tu kwa ambaye atanena kwa sababu ya kanisa, na ni Naomi Njoki ambaye ndio alikuwa kiongozi wa mama yetu Miriam ambaye ametuacha. Kwa kifupi sana. Asante. Weno urekeke. Ino neke piu. Mwathani ya rogocio. Gitagwo Njoki wa Njuguna. Jesu ni mwathani. Gwitũ nĩ itũra rĩrĩ na nĩmenyete Miriam mĩaka mĩingĩ mũno. Ndĩ mũhiki mũnini na nĩ ngugĩte o rũcinĩ nĩ ndagĩraga mĩramba gũkũ gwake na nĩwe wanderire kĩroho na nĩ atigagĩra nĩ ahe karigũ thiĩ ngarugĩre twana twakwa twarĩ twĩrĩ tũnini mũno. So mam nĩ ndĩmũmenyete mĩaka ĩyo mwaigua thĩinĩ wa rũgano akoretwo e mũrũmĩrĩri mũrũmu mũno wa kanitha witũ wa Kenya Assemblies of God, na nĩkĩo twĩ gũkũ tũkenete tũkĩmumagaria nĩ tondũ nĩ arũĩte mbara na akahotana na nĩ akoretwo mamu mwega mũheanĩkĩrĩra na nĩ moigua nĩ ahoyaga mahoya nginya ciana ikora. Ũguo mũtumia ũyũ nĩ wa ngoro na nĩ wa bata mũno na nĩkĩo twĩ gũkũ tũmumagarie. Ũndũ wa mũico ingiuga nĩ atĩ nĩ ararĩ mũgoci mũno mũno mũno, ona hĩndĩ ĩrĩa anameremwo na araremetwo nĩ gũka kanitha, angĩramenyire wĩ mũhonoku aratigagĩrĩra nĩ moina rwĩmbo nake na Ngai arogocwo ndaretete memory ya kũina. So nĩ mũtumia wa goro na nĩ mũtumia wa bata na Ngai aromũhurũkia ũhoro. Asante sana. Makofi kwa mama kiongozi. Amenena vizuri na imekuwa ni vizuri. Kuna marafiki ambao wamekuja all the way, marafiki wa Miriam wamekuja all the way from the US, na ningependa kumpatia brother Jeremia aje aseme jambo kwa niaba ya marafiki wote, alafu daktari Ndogo kutoka Eldoret utajiandaa kwa maneno machache. Karibu sana. Asante MC. Mulega inyuothe. Njitagwo Mute. Gwitũ nĩ mwena ũrĩa wa Olkalau. Na mũtumia ũyũ iragĩte na kanya ga gũcemania nake, no njuge nĩ tũcemanĩtie nake kũgerera kwa mũirĩtu ũcio wake wĩtagwo Miriam, na kũrĩ mũthenya wa Friday nĩ ũrahĩtũkire nĩguo twarĩ tũke gũkũ na ciana cia mwana wake wĩtagwo Njeri kũmũrehera indo Miriam manĩte kuma US. Ciokĩte na mwanake wĩ haha wĩtagwo Sam Aribu, ũcio nĩwe wanengeretwo nĩ Miriam to maikaraga nake kũrĩa Seattle. No mũthenya ũcio wa Friday twakinyire, ũhoro wa affectire Miriam mũno to nĩ erigirwo cũcũ kĩrĩa ndĩramũtũmĩire ona ndanakĩona, no ningĩ nĩ twamũmĩrĩirie tũkĩmwĩra ũcio nĩguo ũrarĩ wendi wa Ngai. Nĩ amũtungatĩte na hau kabere na indo icio hihi arendaga cikinye cinyitio nĩ mũndũ ũngĩ ũrĩa tũngĩmwĩra poleni sana. Mũtumia ũyũ kũringana na ũrĩa tuonete kuma kũrĩa tuma mocarĩ, ũngĩona mũtumia mũtungatĩri ekwaria akanyitĩka agaita maithori, mũtumia ũcio nĩ mũtumia wa bata. Ndĩrenda kuuga ũguo tondũ nĩ nyonire mũtungatĩri ũyũ anyitĩka kũrĩa anyitĩrĩrwo aita maithori, na ti mũciari wake, nĩ mũciari wake gũikarania nake. Koguo nĩ mũtumia ũreigĩte na njĩra ya bata. Rĩmwe ndacerete Kĩambu ndaiguire andũ a kũu makiuga ũrutagwo mwĩruti. Koguo mũtumia ũyũ wĩra wake nĩ ararutĩte. Ndamũrora ũguo mũkĩte tondũ harĩ ũndũ mũrahutĩtio nĩ mũtumia ũcio, ona akorwo bamĩrĩ yao nĩ ndona no nene. Ũrĩa ingĩũria ene mũtumia ũyũ, harĩa ithuĩ tũgũthiĩ tũmũige mũrenge tũrĩa tũkũmũhumbĩra naguo, mũngĩenda tuone njaga yake mũmũhumbũrie no tũmĩone, no akorwo mũtikwenda tũmĩone mũikare mũmenyete ciugo iria mwatigĩirwo nĩ mũtumia ũyũ, tondũ nĩ tũkĩiguĩte ona kũrĩa mocarĩ rĩrĩa andũ mekwaragia twetereire dokumenti ĩtegũkinyĩte,
waigua andu makiaria no kumugatha noguo niguo tukunindi guikara guku bururi uyu tuhetwo ni mwathani nginya riria matuko maria tugairwo ni mwathani marikinya mwisho gwicia ndikwaria muno tondu ngiona MCA agiuka hau arenda kunyingata njuge asanti na Miriam tondu njune arona online tumwire indo ciake ni igukinya kuringana na uria wendi wake arenda ikinye guku muci uyu gumutigana karugano kamwe tu ndimwire atiriri mundu murata kwanjiria atiriri ungiona kiwi gitengerete mutito thiini ri mwisho wakio hari ihenya ringikinya niha ndio mutiko njukiria anjiria ihenya ria ngui ringikinya gatagati wa mutitu no ria kija yakira gatagati ikwanjia kumira kuma ku kuma mutitu ningirora haha andu aitu aingi aria me haha nitutengerete tugakinya mutitu gatagati riu ihenya ria twina rio ni ria kumira muti thengio muno. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Sam Dongo. Sisi ni marafiki wa Miriam. I've known Miriam for the last 8 years since she came to Siaro, and nimekuwa huko muda kidogo. Siaro. Yeah, nimekuwa huko miaka inaenda 20 na and Mungu ni Bwana. Hata nimeona maombi, now I can see where Miriam atoa maombi kutoka. So Mungu awabariki na mweke na mfariji. Asanteni. Nilikuwa na swali. Kutoka hapa kwenda Seattle ni how much? It's anywhere between 2,200 na 1,000 na 10,000. Depends pale unataka. Asante. Asante. Thank you so much. Tuna nisalimie. Ni vizuri kusalimia watu wa Seattle. Una tap hiyo anointing. Makofi mazuri kwa hao marafiki. Amen. 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 Kwa heshima kubwa nipatie daktari aseme neno alafu tuendelee. Daktari karibu. Huyu ni wa kutoka huko the town of champions. Thank you sir. Karibu. Asante sana. Ndamugeithia thiini wa ritwa ria mwathani muriega rishia mashakaya kuma kanitha witũ wa PCA Korea tuthomaga na Veronica and other members of the family. Ndumiriri cia mashakaya kuma kuri mutungatiri uria tutungataga nake Reverend Benson Wambari na session yitu yothe. Kufia yo ege ngoragwo ndi church elder koguo no ndutire mundu gwitwo Miriam na Veronica wira ni tondu ni moete maguta ma maitu tondu ni masavite kanitha ucio meta deacons na Miriam athie USA no athire na mbere na utungata wa maitu tondu bwana MC jetikiria gwete ati ni ndirathiete onanie Siaro in the month of September na juge wira uria urarutwo wa maitu uraringana na wa Miriam tondu no igwa athuri acio marogama ni mararuta wira wa Miriam uria utwitwo Wanjiru ndaramwita ngarana koguo cio koguo ni undu wa undu ucio ari na rithi witu kwenda kuga ngirikia ati ni wega tugakoragwo na wira urarutirwo ni andu riria wi muoyo ona riria utakuite. Ndaigo uguo ni tondu ni turaruta wira wa sister Miriam uria we USA na akarahwo ni family ni tuigwire ona twikuria mochari wira mwega arutite. Bwana MC niona nini ndiranengeretwo indo ni Miriam riria ndathiite na ndacirehire na igikinya na kiugo kiria ngutiga Miriam nakio no kumwira tondu akiri haraihu ni utuku kuria. Bwana MC ni wega tumuhe chance ya ku eulogize maito ya gucakaya Daici kuu ni utuku. Ni utuku daici kai ndari toro ni njui ni arona njugi ati Miriam ni urarutire wira mwega
na nĩ ũrutĩte na ũgeka ũrĩa ũngĩenda, nĩ tondũ rĩrĩa ndaimaga kũu airport mĩrigo yakwa nĩ yakĩrire weight ĩgĩkĩra kiro, na Miriam indo iria nete cia cũcũ akiuga acirute ithandũkũ rĩakwa. Ngĩmera tũtigũciruta, instead ndarutire nguo ciakwa ciothe, na kwa ũndũ ũcio Miriam nĩ ndĩracoka nĩgetha njũke njire nguo ciakwa iria ndatigire. Ũrathire? Nĩ tũgathiĩ nawe. So God bless you. Nĩ ndakena mũno MC tondũ wa kamweke kau na chungaji nĩ ũndũ wa gĩtĩo kĩu. May God bless you. I salute you. Amen. Kĩrĩa rĩ? Ngari cia gũthi ciatũ ciagĩrwo harĩa nyama kĩma. Nĩngagũkinyia stage. Aya, asante sana. God bless you. God bless you sir. Asante sana. Makofi kwa Dr. Ndogo. Amen. Amen. Unajua mambo mzuri inagwatanagio. Sasa ukisalimia watu wa Siato na wewe Siato unaanguka huko. Na ukorirwo na roho tari mwega wa kuigua uru. No iko ni urakena onae no uthie. Amen. Naigua wega. Hallelujah. Kwa nafasi hii kwa haraka sana nataka nimpatie tumeingia kwa nafasi ya administration na ningependa tu nimpatie our area chief akuje atuongoze kwa hiyo itifaki na itakuwa mzuri. Karibu sana. Thank you sir. Asante sana MC, familia yote kwa jumla, kanisa ongozwa na bishop wetu, wageni ambao wametutembelea hapa Subukia, viongozi baribari ambao tuko na wao hapa. Naona mheshimiwa wetu MCA, mheshimiwa wetu MP na viongozi baribari ambao wamefika siku ya leo. God is good and all the time. Kwa yule ambaye ni mgeni kwangu, naitwa Keiru Norman Macharia. Mimi ni senior chief hapa ambaye tunaita Subukia East location. Na tunawakaribisha hapa ili tuweze kufanya ile kazi ambayo Mungu ametupatia. Kwa hivyo mjihisi mko mahali ambapo panastahili. Kwanza niseme pole kwa familia, kutoka kwa familia yangu, kwa sababu Mungu ametenda yale ambaye ameyatenda. Kwa hivyo tuombe kukubali ili tuweze kuendelea na hiyo safari nyingine ya kupona. Niseme ya kwamba kwa niaba pia ya Subukia kwa jumla, Subukia East, kwa sababu sio wote ambao watapata nafasi hapa, tuseme ni pole sana kwa familia. Shosho tumemfahamu, mama ametuacha, lakini amefanya kazi yake. Nataka kutoa ushuhuda wake vile wengi wamenena hapa, kusema ya kwamba alikuwa ni mama mjasiri, alikuwa ni mama ambaye ni wa maendeleo, mama ambaye hangetaka kuona mambo yakiharibika. Hata kama hakuwa na the formal education, alikuwa na wisdom ya kipekee. Tukiingia kwa mikutano yoyote, alikuwa ni mtu wa maendeleo, mtu mpenda amani, mtu ambaye anapenda hata mambo ya kanisa, mambo ya Mungu, mambo ya development. Kwa hivyo bila kusema mengi, tutie muhuri hayo ambapo alikuwa amefanya hiyo kazi. Kwa hivyo tumuenzi na kufanya yale ambayo angependa yafanyike, mambo ya maendeleo. Kwa hivyo nataka kusema ya kwamba poleni sana na tunawakaribisha wote ili tuweze kumuaga mama yetu. Niko na assistant chief wangu, ningeomba naye aweze kusimama hapa, na pia kama tuko na any other administrator, hata kama si wa kutoka mahala hapa, chief ama assistant chief, ni nafasi nzuri na yeye aweze kufika hapa na ili aweze kupeana rabirabi zake. Karibu. Asante sana chief.
kanisa kwa jumla, Bishop Mungai pamoja na kanisa, Mheshimiwa Gashofe pamoja na waheshimiwa wengine wote, na wasalimu kwa jina la Yesu. Hamjambo. Mimi majina naitwa Bushuru Hudson, sasa ni chief wa hapa, na nikiwa hapa njiko nyumbani, anasema ni pole kwa familia. Na kwa sababu mkubwa wangu yuko hapa na amenena, mimi niseme nini? Mimi nakuuliza, inua tu mkono wako juu hivi na unipe high five. Asante. Asante sana Assistant Chief. Kwa hivyo tukitoka upande wa administration, naona ni kama hakuna mwingine ambaye ametutembelea, lakini wako katika kazi, shughuli tofauti tofauti. Na kwa hivyo kwa wakati huu nitaweza kumwalika our MCA ili na yeye aweze kutoa rabirabi zake, alafu ataweza kumwalika mheshimiwa mbunge wetu. Kwa hivyo kwa niaba ya the entire administration tunasema poleni sana na Mungu awabariki. Thank you. Bwana asifiwe. Happy New Year. Nipungie mkono kama unaniona. Kwa wageni, jina ni Isabella Makori Mbogwa, MCA wa hapa na mtoto wa kuzaliwa katika hiki kijiji cha Morro. Naendelea kutoa pole zangu kwa familia. Mzazi wa mtu hata kama amefikisha miaka 100, hakuna siku mtoto wake ama mtu ameitanishwa atachoka na yeye. Kwa hivyo nasema pole, na nikakumbuka tulipokuwa maombolezi ya shosho wa Bishop. Siku hiyo usiku Sami, huyu mtoto wake kitita mimba, akakuja kuniambia vile mama ni mgonjwa. Na alikuwa kilia. Ndio nimcomfort, nikamwambia mama ako na miaka mingapi? Akaniambia. Nikamuuliza unagojea nini? Hata akipona atakuja kukupikia chapati. Bishop akaniambia umenisaidia. Juu nashindwa kumwambia hivyo. Kwa hivyo ni mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Najua mapenzi ya mzazi ni kubwa. Na sikio ndo nikamwambia kumbuka mimi Salome aliniacha miaka mingapi iliyopita. Ngai darutagwo mahetia ekiete uria wagireire. Na nishukuru, na hata mimi Miriam mwenye unaniangalia kwa nini hiyo yako, siku moja naomba hata mimi nifike huko. Si ni vizuri? Twera ko totige ki? Totige makoro. Wewe mwana wa mundu we na kou kena. Muthenya mono uthi kou wa hata kuri ogu akuhature. Kwa hivyo mwana wa mutumia ni wa mutumia enda aciarwo ni wa bururi wothe. Kwa hivyo we salute you kwa kazi njema ambayo umekuwa ukifanyia familia. Kigeranio kia form 4 ni kiuma umuthi. Aciari kira mwana akugia witikire. Turarega ciana citu nginya cikeita. Kubali matoke na ndimuririkanagia maita maingi ngima yumaga ku. Aikora wanyitaga ire uri expect mwana anyite ki? Tuhuraga ciana na tumeraga kira twekaga atia? Twanyitaga. Kubali matokeo. Kuna wenye wanaanguka mtihani lakini si kuanguka katika maisha. Tuweze kuwa support na Ngai ni akumarathima. Na maita maingi njugaga turathimage ciana citu. Imutigwa uracoshwa hoyagira ciana ciake. Kama hoya magutuma ciana ciure nyumba nigetha cihote gukoma. Kwa hivyo tuombe watoto wetu tukiwabariki. Ure ndagitari uyu injinia uyu ehera. No weta mwana ng'ombe we expect ikare atia? Enda kuhana uguo. Weta mwana ng'ombe ukamenyeo ni njau hau hange ndikurikia. Kwa hivyo shule zinafunguliwa na zimefunguliwa. Turudishe watoto wetu shule na watakia mema. Ngai ahe aria matari bithi na basari ya county ni rauma within 2 weeks eukoro ya uma. Koguo aria makwaga makoka wapi tikanegenere na hau. Na ndirerire andu a Morro izi barabara za Morro mvua itanyesha kama hatujarima. Tuhoyagirei na mwende atongoria oguo tuhana. Umoja ni nguvu, utengano ni udhaifu. Mkitushikilia tutaweza kufanya kazi. Tunawapenda sana na wenye ni wa mbali karibuni kwetu, na kama kuna kitu kibaya mumeona muache. Next time tutakuwa tumerekebisha. Kile kizuri muende nacho. Nawapenda sana. Mungu awabariki na mkienda muende na salamu zetu. Asanteni sana. Nachukua hiyo nafasi nimkaribishe mbunge wetu wa Subukia Bwana Gashofe. Karibu pia uweze kuongea na watu wako. Mwadhi mwadhi na gaidhishi ito barikiweni. Asanteni sana. Asante sana
Mheshimiwa Isabela, kanisa mkiongozwa na mabishop wetu wawili, familia na waombolezaji wenzangu wote, amjambo. Bwana Yesu asifiwe. God is good and all the time. Asanteni sana. Kwa wageni, naitwa Samuel Gashobe, mbunge wa area hii, na hata mimi nimekuja kuleta rambirambi zangu kwa familia hii. Nilikuwa hapa jana usiku, na niseme ya kwamba sijatembea kama mbunge, nimetembea kama rafiki ya mama. Mama tulijuana, na yale yote amenenwa hapa naweza confirm kwamba wale wameongea hapa yenye imeongewa na Miriam, I can also confirm and attest kwamba ni ya ukweli. Na niseme kwamba nilijua mama alipenda watu. Na siku moja akiwa tu mgonjwa, akitoka hospitali akasikia niko ofisini. Na wale ambao wametembea ofisi wanajua siku ya ofisi watu wanajazana. Mama aliletwa kwangu na wheelchair. Kuonyesha aliinsist lazima anisalimie. In fact alipoenda nilitoa vita kubwa sana. Kwa sababu nilisema mimi ndio ningekuwa mwepesi wa kwenda kumsalimia mahali alikuwa kwa gari. Lakini yeye ni kama alitoa funjo mpaka anisalimie. Kwa hivyo alikuwa ni supporter wangu. Anajua alikuwa ananiombea sana. Kwa hivyo yangu ni ya kusema poleni sana kwa familia. Tuseme ya kwamba mambo haya yanakuwa ni ngumu sana. Lakini tukiyakubali, roho zetu zitakuwa nyepesi. Ni vizuri tukubali na tumfungue mama. Anajua ataenda mahali kuna stahili. Nikiangalia miaka yake imesemekana ni 100. Si miaka 100, ni mapenzi mengi sana Mungu amepatia huyu mama. Wakati nilikuwa nimeketi pale, hiyo ndio ile kitu imenifurahisha sana sana katika hii hadithi. Na nikaomba Mungu, iwapo mami ameenda na miaka 100 na mimi hapa najiita kijana, unisaidie ifika niwe na 100. Naomba hata mimi nifikishe hiyo 100, kwa sababu ukiangalia zile vizazi mama ameacha si ni kubwa. Kwa hivyo ni vizuri kuishi kulingana na mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Kwa familia, nimesikia mama amewapatia mwongozo, ni vizuri muishi kulingana na mapenzi ya mama, na hiyo ndio ile baraka mtaweza kupata kutoka kwa mama. Nilijua Sami alifanya mengi. Niliona Sami amejitolea sana. Hata mara kwa mara alikuwa ananitumia picha za mama akiwa hospitalini. Kwa hivyo najua kama kuna mtu amebeba baraka ni Sami na bibi yake. Kwa sababu niliwaona mimi mwenyewe. Na siku ile walibeba mama na kiti hivi kumleta mpaka ofisini. Kwa hivyo Sami, neno linasema iwapo umefanya jambo mzuri usichukue tarumpeta. Uende ukitangazia kila mtu ile wema umefanya. Lakini Mungu mwenye anaona kwa siri, anaona na atakubariki. Mungu wa milele akubariki na familia yenu kwa kusimama na mama. Na hakuna kitu kingine unaweza patia mzazi hata wewe mahali huko. Ni kumtuza kama venye alikutuza wewe ukiwa mtoto. Hiyo ndiyo baraka na hilo ndilo kitu la maana sana. Kwa hivyo sitaki ninene sana. Nasema poleni kwa watu ya hapa. Niseme ya kwamba nashukuru sana kwa nyinyi kusimama na mimi. Na kuzidi kuniombea. Naomba tu mzidi kuombea serikali hii yetu. Tunajua ni kungumu, lakini tuiombee. Kwa sababu serikali ikisimama vizuri na mambo yaendelee kuwa mazuri, sisi wote itakuwa nzuri kwetu. Hii serikali ikienda chini na mambo yende mlama, si yote itakuwa ngumu kwetu. Kwa hivyo sisi ndio tuliweka kwa kiti, tuiombee, na najua pale mbele kutakuwa kuzuri. Na moja hapo tukimwaga mama ambayo nafurahia Bishop.
ni kwamba serikali imesema ya kwamba hakuna deni ya watu wazee. Pesa inalipwa every month. Serikali iliyopita tulikuwa tunakuwa na deni ya miezi 6. Saa hii hakuna mtu hajalipwa. Sio ni kitu ya kupendelea. Kwa hivyo tuiombee na najua tutakuwa kuzuri. Nikimalizia ya maendeleo sitaongea sana. Niseme ya shule yetu ya Subukia Primary tumemaliza, na pia kuna mahali imetafuta maji, tutaweka borehole hapo ili tuweze kupatia tauni yetu maji na shule maji. Shule yetu ya Kamumo pia nimeweka pesa ya kutosha, nitaifanya ukarabati yote iwe kama shule zingine. Pale Kieni pia tumeweza polytechnic iko pale, tukaifanya Subukia Technical Training Institute, na end of this month or early this month president mwenyewe atakuja kuweka msingi wa mawe ili shule ianze na tuweze kuwa na college yetu pale. Nikimalizia ni kwamba ningeomba muwe patient kidogo kwa ofisi yetu ya kwamba basari zetu zitachelewa. Lakini kwa sababu ni zenyu, sisi kuja tutawapatia. Kwa hivyo tunaomba muwe patient na zikifika wakati ule tutaweza kuambia. Kwa hivyo naomba nimalizie hapo. Niombe Mungu awabariki sana. Niseme Sam, unajua Seattle imeongelelewa sana. Hata mimi si mchache hivyo. 2021 nilikuwa Seattle. Na wale wanajua Gathukumi, mama Watuli, my sister na my brother-in-law wako Seattle. Kwa hivyo tutaonana nyuma ya tent, nitakutuma na salamu. Na najua Miriam ananiona huko, pia utafute hawako mbali hapo. Kwa hivyo next time siongee na mimi vizuri, nitaenda na wewe. Mungu akubariki sana. No gari lidauga. MP akisema mimi ni nani nikatae? Sasa ukiona munioni msiulize niko wapi. Nitakuwa Seattle. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Asanteni sana. Mumenena vizuri, maneno mazuri na maneno ya busara. Mungu wa mbinguni awabariki sana. Nilikuwa mwelekezi wenu, naitwa Reverend Ananias Maina na nimeokoka. Yesu ni Bwana. Ikiwa una sherehe kama hii ama harusi ama birthday party ama farewell ya kwenda Seattle ama farewell ya kutoka Seattle kuja Kenya, unaweza niita na nitapanga mipango hiyo kabambe. Na huwa tunafanya kazi mzuri. Atulipishagi kukuja, tunalipishaga sauti. Hivyo kukuja sitakulipisha, nitakulipisha kuongea. Mubarikiwe sana. Bwana awe pamoja nanyi. Hebu tusimame. Tumesimama. Nani hajasimama? Oi, aende. Aya, keti. Ona mundu ngororaga ni MP, koguo no njuge okire no okire. Karibu Senior Elder Dickson. Mubarikiwe sana. Asante sana ndugu wetu, ni mchungaji ambaye tunamwezi sana na tunampenda. Anaitwa hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu ya muda na yale yote yametajwa ya kuwa ni ya muhimu na ya kujenga mioyo yetu, mimi sina mambo mengi. Tunaingia katika mpango wa kanisa, na sasa kuanzia saa hizi nataka kuomba hivi. Na huwaga ninasema hivi, kama umekuja mazishi ya mmoja ambaye unampenda, hii ndio heshima ya mwisho ya mama wetu. Na kwa hivyo shughuli zozote zile ambazo huwaga
watu wanakuwa nazo wakati ibada inapoanza. Sasa isimame, kwa sababu ni wakati tunaenenda mbele za Mungu, na ni wakati tunatarajia Mungu atatunenea, na ni wakati wa kutoa dhabihu ya mwisho ya dada wetu, maana yeye amekuwa mpenda kanisa. Mimi sitaongea kanisa sana, lakini natoa tu mpangilio jinsi tutakavyoenenda, kwa sababu kuna wale ambao wataongea. Na kwa hivyo kuanzia sasa na kuendelea, nataka kuomba praise and worship team wasimame. Praise and worship team wakuje hapa watuongoze kwa nyimbo 3 na zote tutainuka juu, kwa sababu ngoja kidogo, kila kilikufanya uje. Jana kulikuwa ni Jumapili, na inawezekana mahali ulikuwa haukwenda kanisa, lakini leo Mungu amesababisha jambo hili litokee ili uje hapa usikie ni nini kilinenwa jana kanisani, na ufanye kile ambacho ungelihitajika kufanya jana kanisani. Na roho darahenia korona ugando wale matanathikanira ira moyo wako iguru hane ingi muno, no Ngai ni atumire bakoro meha. So tukifika ni kuimba, sote tunasimama kwa sababu tuna miguu. Tukiambiwa tupige makofi, tupiga makofi, tuna makofi, na mambo hayo yote yataletea Mungu wetu sifa na utukufu. Simama juu, simama kwa miguu yako, simama kwa miguu yako. Una wako hospitalini wanajaribu kuinuka, wanashindwa. Wewe Mungu amekupa nafasi ya kusimama. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Amen. Nafasi jingine njema ambayo tungependa kumtukuza Bwana katika kikao hiki, maana ni yeye peke yake tu anabaki kuwa Mungu licha ya mambo yote. Kwa hivyo ningependa tuwe na moyo wa shukrani kwa Mungu, mwambie tu ni asante, umwinue na umtukuze, maana ni yeye anayestahili. Haleluya. Amen. Unastahili kuabudiwa, unastahili ewe Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahili, unastahili kuabudiwa, unastahili ewe Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahili, unastahili, unastahili kuabudiwa. Una
curtains mnaweza sasa. Ambaye hakuweza kuhudhuria kanisa amesikia vizuri, na kuna jambo ambalo limebaki kwa sababu atalishwa na jambo lingine. Mimi naitwa Dickson Kehio kwa niaba ya uongozi wote wa Subukia KAG, departmental heads na wengine. Nachukua nafasi hii chini ya uongozi wa bishop wetu kuwakaribisha wote ambao wamefika katika kikao hiki, ya kwamba wewe mahali umekalia ni mahali pa maana sana, na pia wewe ni mtu wa maana sana. Shughuli zote ambazo umesimamisha kwa ajili ya kuja kumsindikisha huyu dada wetu, kuna Mungu hulipa na hulipa vizuri. Usitarajie tukulipe, lakini kuna Mungu hulipa vizuri. Na kwa hivyo, kwa sababu muda wetu umekimbia sana, kile ambacho nitafanya ni hiki. Kuna mama mmoja tu amenijia ambaye anaitwa Ruth, nimpatia wimbo kifungo viwili tu, alafu niingie katika sehemu nyingine, na hiyo ndio sehemu yangu ya mwisho, so sitawaweka. Kwa hivyo Ruth, tafadhali vifungo viwili please, kulingana na mtu. Unajua kuna watu wataenda mbali, na hatungependa kuwazuilia waseme kanisa hilo lilichukua muda. Pia kuna kitu ambao huzingatia sana, hatutaki kupoteza wakati wa neno, kwa sababu wakati wa neno ni Mungu huwa ana neno. Karibu Ruth. Wacha nikae na hii ndio ukienda sana nikukate. Wewe pea microphone. Family and the other fellow mourners. I am Ruth and I am a gospel artist and I belong here. Na nimo Gikuyu. Ndaria gitokono ndo wa muthuri wa Seattle. Ndaria gomona gahara dikuga muthuri wa Seattle, gana wa kiwa Shepkat because of the suit. Ngai mwega, ngai mutungi. Ngai ore mwega. Ngai mutungi. Nuana mondo na oiguaga. Ngai mwega, Ngai mutungi, nuana mondo, newa iguaga, hinde ya maigoni, neraga nanie, kanjera, mwana wa pakira, hinde ya maigoni, neraga nanie, kanjera, mwana wa pakira, tuinenga yore mwega. Imotungi nuana mundo ne waiguaga. Hey, piga makofi. Piga makofi. Dea my body. Dera nani. Kanjera mwana wa kwakira. Dea my body. Dera nani. Kanjera mwana wa kwakira. Unibariki nionekane kiroho lakini mwili ni baadaye. Mungu awabariki. Asante. Seattle imewajenga watu Haiko sawa. Okay, asante. Sasa nataka tufanye hivi. Mimi nimemalizia. Na kile ambacho tunaamini ni kwamba hakuna dhabihu yoyote, hakuna ibada yoyote hukamilika pasina dhabihu ya sadaka. Na kwa hivyo nitaomba, na kama vile nilisema mwanzo, kuna mtu hako hapa, nasikia tu Mungu ananisaidia, hakuenda church jana, na leo Mungu amemfanya aje ili amtolee sadaka ambaye angetoa jana. Na wewe ulitoa jana,
utaendelea kubarikiwa, kwa sababu tunaamini katika Mungu wa miungu, Mungu wa dhabihu, na hamna dhabihu yoyote ile waga inakamilika pasina sadaka. So nitaomba uingie katika mfuko wako, na nipewa mama kiongozi, umechelewa kidogo, au naona unafanya mipango, utaweka mmoja pale, mwingine pale, mwingine pale, mwingine hapa hivi, ili tuweze kwenda kwa kiharaka sana kama itakavyowezekana. Aya, praise. Kuja mtuongoze kwa wimbo, na sisi wengine tuandae sadaka zetu kwa ajili ya dhabihu hii ya kumzindikisha dada wetu tunayempenda. Hallelujah. Hallelujah. Nitakusanya sadaka zangu ziwe manukato kwa Yesu. Astahili sifa. Sitaabudu Mungu mwingine iliyo na mifano yeyote. Sitapiga magoti yangu nisujudu. Nitakusanya sadaka zangu ziwe manukato kwa Yesu. Astahili sifa. Naleta sadaka za sifa kwako Bwana. Heshima na mamlaka zipokee. Takatifu, nakuita mtakatifu. Oh Yesu, wewe mtakatifu. Mimi naleta sadaka za sifa kwako Bwana. Heshima na mamlaka zipokee. Takatifu, nakuita mtakatifu. Oh Yesu, wewe mtakatifu. Pokea sifa na utukufu. Kama una M-Pesa tafadhali, kwa sababu najua wengi hawapebi pesa kwa mfuko, nataka kukuelekeza na namba hii. M-Pesa 0724 48 1265 0724 48 1265. Sadaka hiyo pamoja na hii mahali naombewa, hata wewe baraka hii itakufikia. Tuendelee. Pokea sifa na utukufu na heshima. Asante, praise and worship. Asante. Sasa nataka kumwalika mwenye ataombea sadaka hiyo awabarikishe, na pia mimi naitwa Wamanda Amake Hiudi
na Yesu ni Bwana na Mwokozi. Nimenena kama elder wa KAG Subukia. Si Bwana wa uzima wabariki sana. Reverend Ngere, tafadhali karibu. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. God is good all the time. Amen. Nashukuru sana. Nimesimama hapa mic ikaongea vizuri. Ninaitwa Reverend Ngere David. I'm so blessed kuwa mahali hapa. Uongozi wote ambao tuko nao, maaskofu wote na wachungaji. Mungu wa amani awabariki. Asante. Bwana asifiwe. So niko hapa ili kuomba kwa sababu ya sadaka ambazo tumetoa. Alafu niwaelekeze mahali pengine. Ninaomba tu tusimame kwa miguu yetu kwa heshima tafadhali. Na tuombe. Baba wetu na mfalme, tunakushukuru kwa sababu ya wakati huu. Asante kwa sababu ya kongamano hili ambalo Bwana umelikusanya, ili Bwana ujitukuze kwetu na pia tukuletee sifa. Ninakushukuru kwa sababu Bwana mahali hapa kumeinuliwa madhabahu yako. Zaidi yote Bwana, wapendwa hawa wamekuja na dhabihu ambazo wamezitoa kwenye haya madhabahu. Ninaomba Bwana zikakufikie kwenye kiti chako cha enzi, zikawe ni manukato ambayo Bwana yatakupendeza. Na naomba ya kwamba Bwana utawabariki wote na pia utabariki kazi ya mikono yao. Hata katika ibada hii ambayo tuko nayo ya kumsindikiza mama yetu na shosho, ninaomba ya kwamba mfalme katika ibada hii pia Bwana utatunenea. Na zaidi yote Bwana utatufariji, utatutia nguvu, na yote Bwana yatakayofanyika mahali hapa yatakuletea utukufu katika jina la Yesu Kristo. Tunakupa sifa zote na heshima kwa Yesu Kristo Bwana na mkombozi wetu tumeomba. Amen, amen. Tukiwa tu tumesimama hivyo, ninaomba kumkaribisha Reverend Ann ambaye ndiye mama wetu, mama Bishop. Ninahudumu chini yake na pia chini ya Bishop Mungai nikiwa assistant pastor KAG hapa Subukia, na ninaheshimika sana kuhudumu chini yao. So naomba tuweke mikono yetu pamoja tunapomleta mama, na itakuwa ni baraka. Karibu sana. Wachungaji hawa ni wa KAG na nimesema wachungaji wote, lakini ukiona hao, si umeona wengi ni wa KAG wamekuja kuungana na Sami. Amen. Wachungaji wa dhehebu zingine wakuje, isipokuwa tu kama tuna bishop. Tukaribie hapa, ushuhuda wetu tutatoa na wimbo
mdogo tu sana, na Mungu wetu ni mwema. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mmefurahi kuwa na wachungaji wengi namna huu? Tuwape makofi mazuri jameni. Tuwape makofi mazuri jameni. Hii sehemu imebarikiwa na kutoka sehemu zingine pia. Mungu wetu amekuwa. Mwana matutwarire wega nitũngĩgwa mũndũ rĩtwa rĩake na kũrĩa ahunjagia na ũkĩte nĩ tondũ wao, lakini kwa sababu masaa haipo upande wetu, jameni, tutavumilia na tutakuwa watu waliobarikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Tumewachapia makofi mazuri. Amen. Alafu familia wakuje, kwa sababu hawa wachungaji wamekuja kwa sababu ya familia na kwa sababu ya mama. Tunaenda pamoja na wachungaji, tafadhali, mahali ambapo uko na wewe ni wa familia hii, familia ambao wanahusika, wakaribie hapa. Yaani mwamenyerire mutaratara kinya murona taitara menyoria ndira. Hii mutaratara ni ya leo. Tafadhali kujeni. Tafadhali kujeni. Tafadhali kujeni. Alafu hii familia ilikuwa imeomba wimbo. Na kwa sababu wachungaji tulikuja kwa sababu ya hii familia, naomba mchungaji Maina tuongoze na wimbo mmoja na usimalizike, kwa sababu wewe ukiwa mtu wa familia na umeona mchungaji wako hapa, si utafurahia na tukubali kukuja hapa. Muhaireke faro akeli tukubali kukujeni hapa. Haleluya. Mungu wetu ni mwema. Haleluya. Tuhere baro mwe. Na remena matega afamele. Tukikuja kumalizia hivi mtakuwa hapo, na Mungu wetu ni mwema. Amen. Omanzi ugawa duma yote
walikuwa wameomba ya kwamba wako na sadaka yao ya dhabihu, na vile nimewaita wachungaji msirudi chini, tunataka kuchukua dhabihu yao, halafu tutawaombea na watakuwa na nguvu. Nisia na wimbo kidogo ndio mketi chini, sawa sawa. Halafu Bwana atawapa faraja, mtaombewa faraja, mtaombewa nguvu, mtaombewa umoja, na Mungu wetu ni mwema. Na maombi ya shosho bado inafanya kazi, si ndio? Amen. Sawa sawa. Haya, Maina rege ndaro ipo tukira sadaka. Tuanze sadaka alafu maombi. Sawa. Amen. Tunakuata samiti. Tunakuata samiti. Haleluya. Ebieka golisida sikoma wadiwa kwa ndodo wa shamanene unikesha urako kumayo ekesha ndodo wa karuwa kuina yemokela mokela sho amasya kwa kumoni nide wakwa ekone ekwela umwela kesu ekwela umwela kesu Familia wote wamesimama. Tafadhali msimame, ni wakati wa maombi yenu. Naomba kwa sababu ya familia hii, na nikiomba hata kwa sababu ya matoleo ambayo wameyatoa, nikiomba Mungu wa mbinguni ukaweze kuwabariki na kuwatenda mazuri. Jina lako Bwana likaweze kupewa sifa zote.
ninaombea hata jamii, wale ambao ni vitukuu, wale ambao ni wa jamii hii, wote ambao wamezaliwa katika mji huu. Ninapendekeza Bwana, kama naweza pata kibali nikiwa mbele zako, Mungu, mtumishi wako Bwana, ukaweze kuwabariki watumishi wako hawa kwa sababu ya saka na hata matoleo ambao wametoa ikiwa dhabihu ya kuweza kuwasimamia na kunena katika maisha yao. Kadri ambavyo Bwana ulivyo na jinsi ambavyo Bwana unaweza kutubariki tunaponyenyekea mbele yako, ninaomba kwa sababu ya familia hii, kwa sababu ya mama yao who is the root, ambaye katika mizizi yake Bwana wameweza kupata kipawa hiki cha uombezi, wamekuwa waimbaji. Bwana, naomba kwamba ukawazidishie na hata Bwana ukazidi kutembea pamoja nao katika familia hii ya ukuhani. Bwana, tunakuja mbele zako kukwambia ni asante, tukiwaweka mbele zako, tukiwatawaza Bwana wakaweze kuwa vyombo vizuri vya kutenda kazi katika nyumba yako. Mungu ishie milele, jinsi ambavyo tumeweza kukusikia watu wakinena, kumaanisha kwamba haya mambo yote yanatoka katika kilindini cha nyoyo zao, jinsi ambavyo Miriam alikuwa. Mungu wetu ukaweze kuwabariki, ukaweze kuwatenda mazuri, hata mnenaji atakapokuwa akinena, askofu wetu mpendwa, ninaomba ya kwamba Bwana ukaweze kumpatia kibali na hata neno lako likaweze kupenya katika nyoyo zao, likaweze kuwa mwelekezo katika maisha yao yaliyosalia. Na kwa sababu wewe Mungu utembea miongoni mwa watu wakati tunaponena neno lako, Bwana, nanena siku ya leo ukaweze kufanya mbingu ikafunguke, na ndiposa tukasikize neno lako, tukijua kwamba ni wewe Mungu unanena. Hata kama umepita kwa binadamu, tunaelewa kwamba Bwana unanena sasa. Baba yangu na Mungu wetu uishie milele, ninakushukuru kwa yote haya. Ninakushukuru kwa hapa ambapo umetufikisha. Na ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen. Sema amen mzuri. Amen. Amen. May God bless you so much. Asanteni, I want to asanteni. stop there. Tumeombewa. In Jesus' name. Amen. Tumeombewa na sasa tutapata faraja, tutakuwa na nguvu na Mungu wetu atatuongoza, na kila kizuri ni kutenda na kupenda kile mam ama shosho ama anti alikuwa amependa. Bwana Yesu asifiwe. Na mumeanza leo. Ninajua vile shosho alikuwa amependa wachungaji. Mimi nilikuwa namtembelea, ananitolea kakitu hapa na ninasikia vizuri sana. Kwa hivyo familia, muendelee kuwapenda wachungaji na kuwabariki, na hii mambo itawapeleka vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Amen. Asanteni sana wachungaji vile mmekuja kusimama na familia hii. Mungu awatende mambo mazuri. Nimebakisha tu dakika kidogo ambapo nataka kumwalika Pastor Dorcas aseme kwa sababu ya niaba ya wachungaji wote. Wewe ukiwa familia umeona mchungaji wako amekuja, na ninajua kama amekuja amekufariji na hili jambo umefurahia. Kwa hivyo huyu mchungaji akiongea ataongea kwa niaba ya wachungaji wengine wote, na Mungu si ni mwema. Tumchapie makofi mazuri katika jina la Yesu. Hallelujah. Nipungie mkono tafadhali, tafadhali. Asante, asante. Ukipunga mkono hivyo umepungia wachungaji wote, kwa sababu nimesimama kwa ajili ya wachungaji. Bwana Yesu atukuzwe sana. Mimi naitwa mchungaji Dorcas Mugo. Mimi ni katibu katika section yetu ya Subukia KAG, na nimesimama kwa ajili muda hawezi kuturuhusu kusimama sisi wachungaji wote na kutoa rabirabi zetu, lakini kwa moyo mmoja tunazitoa kwa sababu tunawapenda jamii, kwa sababu katika jamii hii kumetoka makuhani, na sisi katika jamii ya wakuhani tuna ushikamano ambao ni mzuri sana. Na kwa sababu mama huyu, kama jinsi ambavyo Bishop
ameomba na kusema kwenye mzizi wake kumetoka hiyo jamii yote ambao ni wacha Mungu. Vile vile tunasema kwamba ni jamii ambayo ni ya maana sana kiungu, kwa sababu despite ya kutoka kwa wale ambao ni wacha Mungu, jamii hii imetoa makuhani. Bwana Yesu asifiwe. Tunaye Sami ambaye ni mtoto wa mwisho wa dada huyu, na amekuwa ni mmoja wetu ambaye tumekuwa pamoja sana katika huduma katika Kenya Assemblies of God, na ameaguza mioyo ya wengi na tunashukuru Mungu. Pia tunaye mchungaji Maina ambaye ni wa JEC, ni mchungaji wa jamii yetu ya mama yangu. Ninashukuru sana kwa sababu nikienda kule nyumbani ni yeye huwa ninapata pale, anakuwa ni kuhani wangu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tunashukuru sana na tunatoa rabi zetu, na tunasema Mungu anayewafariji watu wake, na Mungu anayejua mahali kifo kinaguza katika mioyo ya watu. Huyu ambaye ni baba yetu sisi wote aweze kuwabariki na aweze kuwafariji na hata kuwafanya pengo hilo lisiendelee kuwa wazi. Tunajua sasa tumewahesabu makuhani wawili, kizazi kijacho watakuwa wameongezeka, maana ni Mungu wetu anayesema kwamba yeye anabariki vizazi na vizazi. Kwa hiyo Mungu awabariki sana tunapoenenda na kujiandaa ili kuweza kusikia ya Mungu kile alicho nacho kwa ajili yetu siku ya leo. Na mbarikiwe sana. Amen. Amen. Neno litasimama, neno litasimama, ya ulimwengu yanapita, lakini neno lake Bwana linasimama. Neno litasimama, neno litasimama, ya ulimwengu yanapita, lakini neno lake Bwana linasimama. Tunakushukuru Bwana kwa sababu ya muda wa neno lako. Tunaomba unene nasi kama watoto wako. Neno la wakati tunaomba umtumie kupitia mtumishi wako. Katika jina la Kristo Yesu tunaomba na kuamini. Jerero cionge bishafuda ikaraga. Tando kigo kia Ngai kimanegetora mundu ki. Haleluya. Ogwo ndugathine kuoyaga thimu ta wahurirwo tondu ni ihinda ria kiugo, anga ni wona tutulie. Mungu anene pamoja nasi na neno litatuponya na neno litatutia nguvu. Karibu mtumishi wa Mungu katika jina la Yesu. Amen. Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Ni haha itaraigwa. Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Amen. Nashukuru Mungu nimebarikiwa. Na kabla sijasema jambo lolote, nimeona time zimeenda sana. Nilikuwa nimepewa program kwamba nitakuwa nikisimama saa 6. Lakini nimejulishwa kwamba kulikuwa na shida kidogo. Na mimi nakuwa stricted sana na time. Kama ningeliulizwa, isipokuwa ni heshima ya social, kwa sababu time zilikuwa zimeenda, hatungeliongea mtu yawaye yote, ningelileta neno tu. So tuvumilie, niwaletee neno kwa kifupi, kwa sababu hata lunch imepita, ni wakaishe kidogo ile mtakula iwe ni ndio sapa. Naomba mniruhusu tu kabla sijanena jambo ni mletee bishop. Bishop ambaye ni rafiki yangu, tulijuana zamani sana. Leo nimemwangalia kwenye mitandao nikaona alikuwa kule mochari, na hii ni hali ya unyenyekevu mkubwa askofu kuwa pale mochari
na kuongea pale. Nimemwona akiongea kwa sababu nilikuwa nikifuata mambo haya kwa mitandao. So ningependa tu atusalimie pamoja na mama na itakuwa ni vizuri sana. Karibu sana. Asante sana Askofu Mungai kwa kunitunukia nafasi hii. This is an unmerited grace and favor. I want to thank God for that. May God bless you so much. Ningelitaka kuwasalimu nyote katika jina la Yesu Kristo. Hamjambo. Majina ni Askofu Philip Njoroge Kamau. Naishi hapa tu, mimi ni jirani wa Miriam. Tuliweza kufika hapa mwaka wa 1996 na tulikuta mama huyu, tukapendana na yeye. Nataka kusema ya kwamba amekuwa, she was a friend to us. May God bless you so much. I want to give to my wife. Bwana asifiwe. Bwana wabariki. Kwa majina naitwa Reverend Penina, nimeokoka na mpenda Yesu. Nitegemeo na kimbilio katika maisha yangu na diposa nasikia kumuinua. Nashukuru Mungu siku ya leo ninapo celebrate maisha ya mom, kwa sababu wakati nilikuja mahali hapa, wakati nilioleka nikakuja mahali hapa, nilimkuta na alikuwa mama wa baraka kwangu. Nilifurahia kuishi pamoja na yeye. Kuna mambo alikuwa ananiambia wakati nilikuwa nimekuja kumuona, alikuwa amekuja akaniambia, kwa sababu sasa naona muda wangu umeenda kabisa na mambo yale yote tulikuwa tunaongea na wewe, mambo haya yote naona kama imetimika, kwa sababu wakati Shiro kaliacho kakiwa kadogo, alikuwa na kazi ngumu sana ya kulea huyo mtoto, lakini nilikuwa namtia nguvu. Alikuwa ananiambia ni lazima, najua huyu mtoto ni lazima amalize paka form 4 ndio na mimi Mungu aliweze kunibariki. Wakati nilikuja hapa kumuona, nikakuta sasa Shiro amemaliza form 4, nikamkuta ako na uchungu. Akaniambia sasa ninaona kama mambo yale yote nilikuwa nataka itimike, imetimika. Nikamwambia hapana, nataka sasa tuendelee tu kuishi na wewe hata kama hiyo mambo yote imeisha. Lakini akaniambia huu mwili uko na uchungu, lakini ninaona mambo yote yametimika. Wachungaji wale nilikuwa nawaombea wakuwe mahali hapa, sasa watoto wangu wamekuwa wachungaji na haya mambo yote yametimilika. Sasa nafurahia Mungu kwa sababu ametenda haya yote, na mama yetu ameenda akiwa na furaha kwa sababu amemalizia vizuri. Mungu awabariki na watende mema. Amen. Niko na ujumbe kwa familia ya kwamba mama yenu alikuwa muombezi, na wale watu ambao ni waombezi hawaishagi. They don't get extinct. Watazidi kupaa. May God bless you. Askofu, asante. Tumebarikiwa na kiongozi mwingine. Huyu ni parish minister wa kanisa letu la Kenya Assemblies of God kwa upande wa Joro Fagaria huko, na kwa sababu yuko hapa nimpatie tu nafasi ya wave alafu nimalizie. Bwana asifiwe. Tusalimiane sababu ni vizuri. Amen. Kwa majina yangu naitwa Reverend Makumi. Yesu ni Bwana. Niko mahali hapa sababu ambaye ameenda ni mama yangu mkubwa. Kwa hivyo mzee wake ama bwana yake walikuwa ndugu moja na baba yangu. Na wakati nilisikia hivyo nikasema tu nitakuja. Tena nashukuru sababu niko na baba wa kiroho. Nimekaa naye karibu miaka 10 akinilisha kiroho. Hapa nimekuja mara mingi, nilikuwa na ripoti kila mwezi hapa. Na ni baba mzuri na mpenda. Bwana awabariki. Amen. Naomba tuwape makofi mazuri. Mtaniruhusu kabla sijamaliza, Board of Deacons wa KG Subukia tafadhali msimame. Mama angependa hivyo. Asante, tuwape makofi mazuri. Thank you. God bless you. Nataka kushukuru sana Mungu kwa kunipatia nafasi niweze kuwaletea neno la siku ya leo, na ni saa 9. Kwa hivyo mutikadhi mukiugaga na pastor ucio ni ikari ya mathiko muno, sijafanya hivyo. Ni time zenu zilienda hivyo, lakini tutajaribu tuone tumekava na itakuwa vizuri. Lambe zangu kwa familia yote popote walipo. Ningekuwa na nafasi ya kuongea sana, lakini wapokee pole zangu, lambi zangu na za diocese yetu yote ya Nakuru ya Kenya Assemblies of God. Ningesema pia au ningependa kuambia familia
Mama amekuwa pamoja nanyi, ameweza kuwalea na kuwaombea mpaka mnatoroka mahali ambapo mlikuwa mnalala akiwaombea. Na ubari huu ambapo familia Bwana amewaleta ni kwa sababu ya maombi ya huyu mama. So muishi kuomba kama vile Bishop amesema amekuwa ni mwombezi na familia. Ninawaomba, ni vizuri hiki kipawa Bwana awajalie kuwa nacho katika jina la Yesu Kristo. Kama kumekuwa na mama mwombezi na mama wa kuchapa Injili, huyu mama alikuwa mmoja wao. Na kama wengi husema kwamba tumepoteza, lakini kwa kanisa huwa tuna utofauti katika kuongea, kwa sababu kwa kanisa si kupoteza. Kwa kanisa tunasema kwamba mmoja wetu amefaulu katika safari hii. So kwa sababu ameweza kufaulu na miaka hiyo yote amehubiri Injili, na neno la Bwana limetimia leo kwamba yeyote aliyezaliwa na mwanamke siku zake zimehesabiwa, na kwa sababu zimehesabika na zimefika mwisho, naomba familia yote mahali popote mlipo, Mungu aendelee kuwaneemesha na mkubali kwamba ni ninyi mumeachwa kuendeleza uombezi na kuendeleza habari njema. Huyu mama binafsi mimi ninamfahamu. Yaani huyu kijana wake mdogo, na nimemfahamu zaidi ya miaka 34, zaidi ya miaka 34, na nilijulishwa kwake huyu mama na aliyekuwa mwangalizi wa sehemu yetu au parish yetu ambaye ametuacha, anaitwa Steven. Na tulipofahamiana na huyu mama alinikubatia, na kuna ombi aliomba, kwa sababu wakati huo walikuwa wananiita pastor kijana. Nilikuwa mchungaji ambaye alikuwa amewekelewa mikono kama miaka 3 iliyokuwa imepita. So kwa sababu nilikuwa mkonde, nilikuwa mweusi, nilikuwa mdogo, nilikuwa hivyo, nilikuwa sina nguvu nyingi, lakini aliponiona akanipenda sana na akaomba, akasema na kwake kuwe na mmoja atakaye naye shikiria kuwa mchungaji wa kanisa. Hiyo ndio ilikuwa ombi lake aliponikubatia na akanena kwa lugha. Na ninashukuru Mungu na ninamshukuru Mungu sana, kwa sababu baadaye alinijulisha kwa Sami, na Sami wakati huo hakuwa mkubwa sana, na hata nilimpatia nguo moja ya ukuhani. Dokaradio Sami nilimpatia akiwa tu mdogo, na nikampatia nguo, kishati moja kilikuwa kikubwa, mimi kilikuwa kinanitosha, lakini yake ilikuwa kule kwenye magoti hapo chini. Ya simu nipigie makofi, nilifanya vizuri. Ya wakati Sami amekuwa na mama yake, kuna kipindi ambacho walikuwa wameenda kupeleka Injili mahali pengine na tuliwakubalia. Lakini mama ikafika wakati wake akasema ataleta Sami yeye binafsi kwangu, na nafikiri Sami walichukua gari langu na wakamleta kanisani, tukawa na yeye, na akaniambia sasa huyu hata hakukumbuka kwamba kile alichoniambia miaka mingi iliyopita, na akaniambia mambo ya Sami. Na Mungu atukuzwe sana, kabla mama haja rara, mimi nimetimiza yote, maombi yote ambayo mama aliomba na akanena kwa lugha. Maana Sami aliniambia nihakikishe ameingia katika ofisi ya uchungaji. Amen. Na juzi nilimwagia mafuta kwa mchungaji, na kanisa liko mahali tunaita Mispa hapa Mihango, na kanisa nzuri linaendelea vizuri, na juzi tumenunua uwanja na tumemjengea kanisa nzuri sana pale. So yeah, so mimi sina deni na mama. Barikiwa sana, na uendelee kuomba na kusifu Mungu. Aliacha mama yake ilikuwa Sunday, na mimi nikawa na shida kwamba kwa sababu tulikuwa tuko pale tulikuwa
tumeletewa habari njema na Muge TV, na yeye aliimba. Mimi nikauliza, nikiwa kwa jukwaa nikauliza, sasa ameacha mama na nani? Kumbe ilikuwa ni siku yake ya kumwombea ya mwisho, na mama nilipouliza alikuwa amemwambia aende na aibe kabisa. So alikuja kaimba kabisa. Wale ambao mlitizama TV ya Muge mlimuona, hata ni wao walibaki pale, na ninashukuru Mungu kwa sababu ya jambo hilo. Nasema Mungu akubariki sana na uendelee pamoja na mke wake. Hawa ni watu wazuri sana, wamemtunza mama, wamemtunza wakati wote vizuri sana, na familia yote na wote ambao walitegemeza. Mimi kwa maneno mafupi sana nasema Mungu wa baraka zote na wa neema zote aendelee kuwabariki. Mungu wetu akubariki sana. God bless you. Mpeni makofi mazuri. Hilda, asante. Sina muda wa kuongea mambo mengi, nina mengi, na hii familia ni waibaji sana, na ninashukuru Mungu. Nataka kuleta neno tu kwa kifupi, kwa sababu ninaona masaa imeenda sana, na nitahubiri neno. Unajua neno lolote lile ambalo tunaweza kulihubiri hapa ni neno ambalo limehubiriwa sana. Yawezekana hata wakati wa maombolezo, ingawa mimi sikuweza kuhudhuria, ninajua maneno ambayo nitaenda kuyaongea yawezekana hata yamehubiriwa sana wakati mwingi katika moja. Mwigawa Njoroge aliimba hiyo, na kama huyu mama niangeathiria kinyitaga mundu akimukundagia hii habari njema angelifanya, kwa sababu amekuwa hata wakati aendi mahali anakaa hapa na sifu Mungu. Kuna wakati mwingine alikuwa akipanda mpaka kwa milima na kuhubiri habari njema. Watu wa Subukia, mimi si mgeni hapa, so mimi ninaelewa huyu mama sana. So hata kama ametuacha, nasema amen. Simulikuja maziko yake safari hii ya mwisho. Mpeni makofi mazuri ili na mimi nihubiri. Biblia inasema katika Yohana sura ya 8, lakini katika Biblia zingine unaweza kupata chapter hii, au unaweza kupata mstari huu katika chapter ya 7 ya Yohana, lakini mahali nasoma iko katika chapter ya 8. Na Biblia inasema walikwenda kila mtu nyumbani kwake, na Yesu akaenda mpaka mlima wa Mzeituni. Biblia inasema na hata asubuhi kulipokucha akaingia tena hekaluni, na watu wote wakamwendea, naye akaketi akawa akifundisha. Hilo ndilo neno la Bwana. Baba Mfalme, hili neno lipate nafasi kwa kila mmoja aliye hapa, kwa jina la Kristo Bwana nimeomba, amen, amen, amen. Nataka kushukuru Mungu kabla sijahubiri kwa sababu ya area MP. Thank you mno. Asante kwa kukubali hata kuvumilia. Mara nyingi mnatupoteaga tukisimama, lakini wewe na ubarikiwe mwaka wa 2024. Uwe mwaka wako wa kubarikiwa. Asante sana. God bless you. Asante Mzee, jirani yangu, kwa uvumilivu. Najua shughuli zenu si dogo. Asante kwa kuvumilia. Ninajua leo ni kuacha, mmeacha mambo yote. Asanteni sana. Asante sana senior. Asante sana, Mungu akubariki. Asante sana chief na wote ambao mko hapa. Mungu wetu awabariki sana. Kila mmoja ataenda nyumbani. Saa hii nikiwaacha hapa na tukimaliza tuseme neema, kila mmoja ataenda nyumbani kwake. Na kile ningependa kusema ni kwamba hakuna mtu hapa ambaye atakosea kwenda nyumbani kwake, kwa sababu kila mmoja anaelewa hapa ndipo kwangu. So hakuna mtu ambaye atakosea. Na kama kuna mtu ambaye atasema nipatie nafasi nilale kwako siku 2-3, akikaakaa, fukuza yeye. Mwambie na umuulize, kwani haukuwa na mahali? Kwani haukuwa na nyumbani? Wacha aende nyumbani, ataleta hasara, na mnajua mahali Kenya ipo. Kila mmoja ataenda nyumbani kwake, kila mmoja wetu. Na hata katika safari hii ambayo ni ya mbinguni, ningependa kuambia waombolezaji nyote mlio hapa,
hata kama wakati mwingine kuna watu wengine wanajifanya kana kwamba hawaelewi mambo haya, lakini niwafahamishe kwamba kila mmoja ataiondoka hii dunia. Upende usipende, usome usisome, utajilike au uwe maskini, uwe na nini, hata kama unatembelea na chopa, hii dunia zote ni wasafiri. Uwe wa kanisa, uwe ni mtu ambaye si wa kanisa, wote ni wageni hapa duniani. Hii inaachilia kwamba kuna makao mengine ambayo tutakayo kuwa nayo baada ya kuondoka hapa dunia hii. Watu wengi huwa wana shida wanapoambiwa mambo ya kuondoka hii dunia. Watu wengi huwa wana shida sana sana sana, kwa sababu kuondoka hii dunia watu wengi wameitamaraki kiasi kwamba hawatakagi kuiondoka, lakini wakati unapofika mtu huiondoka. Nimekutana sana na jamii, mimi ninaangalia sehemu kubwa katika makanisa yetu ya KAG, na ninapoenda sehemu nyingi ninagundua kwamba watu wengi hata wakiitwa ile participation ya eneo lao, either la bunge au maeneo yao, wanapoambiwa kwamba tunataka kujenga mochari hapa, watu wengi sana hupinga. Mimi ninaongea mambo ya kwenda nyumbani, sijatoka hapo, lakini watu wengi hawapendi. Kwa nini? Hasa watu ambao wanaongea hii lugha ya Griki, aterere, wanasemaga ati nigudhethwo, ati unaseswo. Siji I don't know. Sijui nasema kwa ajila. Ya, sio ni Kiswahili yangu tu. Ya, usiangalie kwa dictionary. So, wanasema kwamba hatutaki. Kuna watu hata hawataki kuingia kwenye mitaa yao au sehemu zao, kwenye makazi yao ya neighbors zao, kwa sababu wanasema mimi nikitoa pesa za kujizika ugali hai, hiyo ni kujisesa. So hawatakagi. Lakini niwaambie, hata usipojisesa, wakati utakapofika, wewe unakuwa msumbufu sana. Unakuwa msumbufu sana kwa sababu utakufa tu. Hii dunia utaiondoka tu. Na kama ukuwa unashirikiana na wengine, watu watakuwa watasikia hiyo mzigo wako ukiwa mgumu sana kuubeba, kwa sababu haukujiunganisha na wengine kwa sababu ya imani yako. Lakini kama kuna mtu ambaye amesoma Biblia vizuri, inasema hii dunia sisi wote ni wageni na wasafiri. So siku moja tunaondoka. Siku moja Yesu akiwa pamoja na wengine, kina mitume na wengine, na ikafika wakati wao wa kuondoka na kwenda nyumbani, Yesu hakuwa na mahali pa kwenda. Biblia inasema yeye akaondoka akaenda katika mlima wa Mzeituni. Akienda pale inaachilia kwamba alikuwa ameenda kuomba. Lakini wengine ambao walikuwepo wakaenda kila mmoja nyumbani kwao. Na ndio sababu nimekuletea habari hii kwamba utakapokuwa unaondoka dunia hii, ni vizuri kujiuliza wakati wote ukiwa mzima, uwe ukijiuliza, baada ya kuiondoka hii dunia, mimi nitakwenda wapi? Kwa sababu kuna sehemu mbili baada ya kuondoka hii dunia. Sehemu ya kwanza ni sehemu ambapo Yesu ameenda kutuandalia katika Yohana 14. Biblia inasema, nimeenda kuandalia mahali, na pakisha kamilika yuarudi tena, ili mahali nilipo nanyi mwepo. Kwa hivyo Yesu ameenda kuandalia, na hao ambao wameenda kuandaliwa mahali ni wale ambao wanayo imani kwamba Yesu ni Bwana na Mfalme. Hawa wameandaliwa mahali, na baada ya kuondoka hapa, hata huyu mama wetu baada ya kuondoka hii dunia, makao ambayo yameadarika, wao huenda wakapumzike. Ukisoma vizuri katika kitabu cha Isaya 57, Biblia inasema
wao ambao wamekufa wakiwa katika Bwana wanaenda kupumzika katika vitanda vyao. Hivyo ndivyo Biblia inavyosema, wanaenda kupumzika katika vitanda vyao. Kupumzika, Yohana 14 inasema mstari wa 13, ili wapumzike kazi zote nzito ambazo wameshafanya. Kwa hivyo baada ya kuondoka, wale ambao mko ndani ya Yesu, na mimi ninaombea neema ya kukaa daiwa igoro tajika yugo nyana kane mo igwa utode hakuye muno ale wode mo de gatagate mwathani arorosho ndahoya atiriri Ngai amuhowega awapatie neema ya kukaka. Hii naachilia hata kama wewe ni mgonjwa, Bwana na kuongezee siku. Hata kuna mmoja aliongezewa, anaitwa Hezekia, alikuwa mgonjwa akaongezewa miaka 15, na ndio sababu nimeachilia neema ya kukaka, neema iliyo nzuri ya kufanya Bwana akawasaidie mkakae kidogo. Nasema amen. Tunapoelekea nyumbani, kwa sababu makahawa mengine sitaki kuyaongea sana, lakini ukikataa Yesu, hiyo already umejipatia tikiti, una fare ya kukupeleka kwenye hayo makao. Na Biblia inapoongea kuhusu hayo makao, inaongea kwamba kutakuwa na moto wa kiberiti. Katika makao hayo kutakuwa na kulia na kusaga meno, sio mahali pazuri. Na kama haujaokoka, kama Yesu si Bwana na Mwokozi wa maisha yako, leo na kuombea tena, Mungu akufikishie hii neema ya wokovu katika jina la Yesu. Maana hakuna chochote ambacho unachofanya kitaendelea na wewe mpaka mwisho au utakapofuka kaburini. Utakiacha tu na utabaki ng'ambo ile ingine ukiwa peke yako. Na achilia neema ya kuokolewa. Dai. Nifikiria wachungaji hapa ndipo watasema imeni kubwa, kwa sababu hii ndio kazi yetu. Nasema hivi, nimeachilia neema ya wengi waokoke mwaka wa 2024. In the name of the Father, Son and the Holy Spirit. Tulipokuwa pale kwenye uwanja, watu wengi sana wa Subukia, kile alichowacha kama hamukusikia, unajua mimi nasikilizaga sana. Ako wapi? Oh, you are there, sir. Na unisalimia kifua. At least tuguza msalaba. Wow. God bless you, sir. Thank you, sir. Yani, kaigo kwena ndume na wiru atanago mambo atarari. Ginya makofi. Unajua kile aliacha maguo yake. Na saa hii ndio anaongea, anasema atairudia. Lakini aliacha, mzigo ulikuwa mkubwa. Mimi nimeshaingia katika nchi nyingine, na lazima kuwe na ukaguzi. Na ule ukaguzi ambao unafanywa ukaguzi wa hali ya juu. Kuna sehemu zingine utakutana kwamba wakaguzi wanakuja mpaka na mbwa ya kunusa, ili wajue kama umebeba mihadarati. Kitu ambacho hakistahili. Na kama una kitu kama umebeba silaha na kadhalika, hutaruhusiwa kuingia katika ile nchi. Au umebeba mizigo ambayo haitakikani, hauwezi kuruhusiwa kuingia katika nchi unayoyaingia. Ninataka kutangaza kwamba hata kwenda mbinguni, jameni, Wagalatia 5 mstari wa 22 umeorodhesha mambo ambayo hautakiwi kuyabeba. Na ndo matiendaga kwerwo tondu mundu aingirire kanitha akiona ri maundu tamakinyire mwisho. Ndirenda kuga hau tiho mwisho, niwetereirwo utakaguriwa kuingia mbinguni. Si ati ni hivyo tu, ati wewe ndiye mtu ambaye unadharau watu wengine, wewe ndiye mtu ambaye unabebaga watu wengine, unabebaga na unawaimbiaga, wewe ndiye mtu ambaye unasumbua watu wengine, na wewe unajiita wa nyumba ya Mungu. Leo nakuambia, ukibeba mizigo mizito, hata kama utatangaza injili hii miaka gani, wewe ninakuambia leo, ile mizigo uliyoibeba hautaruhusiwa kuingia kwenye mji mtakatifu. Nisalimia ninapomalizia. Nawaambia hivi,
kanitha-inĩ nĩ mũhotaga ũgaikarĩra gĩtĩ gĩkĩ wona ngoma ĩwe ĩngĩ nĩyoka mũshirika mwenzako mũtikwaria nani ũgĩũkĩra ũguo kũinamũka ũguo wamĩrora ũguo wona nĩwe nona nĩ ambĩrĩria kũnjitingiza ũgathama pole pole ũgathiĩ gĩtĩ-inĩ kĩu kĩngĩ ĩwe ĩngĩ ndĩkũingĩrĩte. Unaona hiyo tabia mlizo nazo. Ninahubiri kwenye maziko ya huyu mama niseme ya kwamba kama unataka kwenda mbinguni na Yesu ni Bwana na Mwokozi wako, achilia hiyo, kwa sababu hautaruhusiwa romena no muhakarothire either ne kwa Ngai na bũrũri-inĩ in the name of Jesus. Na haha mutindĩte mwandĩkĩirwo mĩtĩ kũrĩa mĩtĩ-inĩ ya thitima, na nĩndarĩkia ndikwaria makĩria hau ati muganga kutoka sijui wapi wakwanywa mako, sijui muganga kutoka Kitui, sijui Roriondo, sijui muratomithia na ndirahunjia. Si unasikia? Unaona tu hata hapa area ya Subukia utakutana na hiyo na umepewa mpaka namba ya phone atuite huyo mtu, na huwezi kumuita mkiwa na watu, unamuitaga ukiwa peke yake au unaendaga ukiwa usiku. Omothe ndauga gutire guthio tuko na nitwafuta wira waganga wote wa maeneo haya na maeneo ya Subukia, na leo tunatangaza katika maziko haya kwamba Yesu anatawala, na leo tunang'oa nasema tunang'oa kila ngome ya mapepo, na ninasema leo Subukia Yesu atawale. Kama wewe umeokoka, inua mikono tuseme Yesu lazima atawale. Amen. Nasema amen. So usisumbue pastor tena, wacha mizigo. Hata utinde wewe shokera niyo niromena rũrĩa wĩ naruo, to pastor ndarendwo ume kanitha ko nĩ gaitũ ingiuga ũthiĩ tu ĩtho rĩu ona waikorwo wĩ mũmenani kwa Ngai no ũgaĩkwo atĩa tokahingĩrĩrio. Rekei twendane, salimia mtu mwambie na twendane, mwĩre nĩ twendane, mwĩre rĩngĩ nĩ twendane, mwĩre mathiko-inĩ maya twendane, tondũ nĩ tũrenda gũthiĩ kũ? Nĩ tũrenda gũthiĩ matu-inĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ithe na rĩa Mũriũ na rĩa Roho Mũtheru, na wote waseme Mungu wetu na Baba wetu, asante kwa neno lako. Naomba libariki kila mtu hapa wakati huu tunapo Bwana elekea kwako mbinguni. Ninaomba neema imtoshe kila mmoja, na ninaomba Bwana uweze kuwasaidia wengi walio hapa wasiokujua wakufahamu, na wale wamekujua na Bwana wamebeba mizigo mizito. Bwana wasaidie kuiacha na kuyavua katika maisha yao. Ninaachilia neema iwatoshe kila mmoja wao leo, na kwa jina la Baba na la Mwana na la Mtakatifu. Amen, amen. Jamii tumewaombea, sasa hatuna mengine ya kuomba kwa sababu tumeombea. Ninaomba hivi, familia ambao wanatusaidia kubeba mwili wa dada wetu, familia ndio wataanza, halafu watafika mahali fulani kulingana na uongozi wa kanisa, watatuambia walipanga wapi, waachilie sasa nalo kanisa liweze kubeba. Ninaomba hivi, wale ambao mnacheza hizi darama sasa chukueni praise and worship, waibaji na ni kuina shosholare muini, in fact muti muraina ona diona ta muri murabiriria muti muraina na muti murabiriria mwiko guishia ginya dashigana mutajifuta mpaka saa ngapi? Ninaomba praise and worship waende pale mbele ya jeneza. Familia wale Pastor Maina tulikubaliana Yohana kuja mtusaidie kuipanga hii kitu, na
Deacon, upange wale wanaobeba pale wawe goja mahali mnataka, na itakuwa vizuri sana. Thank you. Praise and worship. 1 2. I think this is my first time kuitana mara mingi. Wako wapi waibaji? Biblia inasema mwenye haki hupotea wala hakuna atiaye moyoni.
hayo moyoni, na watu wataua huondolewa, wala hakuna afikiria ya kuwa mwenye haki ameondolewa asipatikane na mabaya. Nataka tuombe. Baba wetu na Mungu wetu, imekupendeza na kumchukua huyu ambaye umetupatia miaka 101 tuishi na yeye hapa duniani. Lakini leo imekupendeza na Bwana umemchukua akapumzike kama neno lako linavyosema. Naomba neema na faraja nyingi kwa hii familia. Bwana ukawatie moyo na nguvu na neema ya kukubali kwamba ameenda kupumzika mahali pazuri katika vitanda vyake. Maana nimeomba haya kwa jina la Kristo Mwokozi wetu. Amen. Amen. Naomba tutemshe kidogo. Biblia inasema lolote mkono wako utakalolipata kuifanya, ulifanye kwa nguvu zako, kwa kuwa hakuna kazi wala shauri wala maarifa wala hekima uko kuzimu endako wewe. Jameni, hapa tunapoelekea, tunaelekea kulifanya neno la Bwana, na ningeomba sasa ipewe mchanga na wachungaji, mareverend wote, bishop, presbyter, reverend wote, na ninaomba tuzingile saduku. Wachungaji wote, kama una nafasi tafadhali, unaweza tu kuchukua tu mahali huko. Mchanga ni mchanga lakini uwe karibu. Huyu mama si kupotea, amepotea. Mara nyingi tunaporusha mchanga, tunarusha kana kwamba huyo tumempoteza, lakini huyu mwombezi, huyu ambaye alikuwa mcha Mungu, huyu mhubiri wa Injili hajapotea. Neno la Mungu linasema, kwa jasho la uso wako utakula chakula hata utakapoirudia ardhi ambayo katika hiyo ulitwaliwa, kwa maana wewe mafumbi, wewe na mafumbini utarudi. Na kwa sababu imempendeza Mungu kumchukua huyu aliyetupatia miaka 101, sasa imempendeza pumzike, nasi hatuna budi leo kulitimiza neno la Bwana linalosema, wewe mafumbi na mafumbini utarudi. Bwana, endelea kufariji na kuneemesha hii familia hata wakati watakapokuja, ili Bwana walete mchanga. Bwana, ninaomba wafikiwe na neema, wafikiwe na faraja, na Bwana ukawape nguvu sasa. Maana nimeomba kwa jina la Kristo Mwokozi wetu. Amen. Amen. Ningeomba kila familia sasa, watu wote wa familia, wachungaji unaweza rudi tu pole pole kidogo tu, tukabidhi familia. Bishop tu ya tabaki. Ninaomba watu wote wa familia, nataka tuwapatie nafasi yenu. Na watu wote aliakoro, adwari othe akoro twarikia na family, na nyone tukumuhe na ihinda ryanyu, rĩngĩ mutindĩkagwo mũkaga gũkorwo mwĩna ihinda rĩu. Naomba kila familia chukua mchanga. Watu wa familia chukua mchanga. Kama ni wa familia chukua mchanga, wapewe tafadhali. Kama wewe si wa familia unaweza rudi nyuma tu kidogo tu, kidogo tu tafadhali, wapewe mchanga. Budora hayana muda kuteria kwa afisi. Kijiko ni moja, si tuletewe mingi. Iletwe mingi. Haraka haraka. Haya. Muimbe tu, muimbe nikiwaangalia mna. Chukua mchanga, usiweke. Usiweke mchanga. Asante. Na kwa sababu imempendeza Mungu. Na kwa sababu imempendeza Mungu kumpumzisha, ninaomba sasa tulitimize neno la Bwana mchanga kwa mchanga.
umemalizia wa familia unaweza toka tu pole pole. Wekelea, si kutupa. Naomba uwekelee. Unawekelea itakuwa vizuri sana. Kama wewe ni wa familia, wa familia wote tunawapatia nafasi yenu. Wekelea. Thank you Lord Jesus. Wekelea mchanga. Asante. Wekelea mchanga familia. Watu wa familia. Kama wewe ni mzee, sijapenda usukumwe, huyu ni mzee mwenzenu, na sitaki kutowapatia nafasi. Ugikorwo wi haha na wi mukuru na no wende guthika mukuru mwenzako, nafasi hii yako. Andu aria akuru sasa nipatie viongozi wetu wa nchi mahali wapo. Ni vizuri kwa heshimu. Huyu alikuwa na voti yao na wamekuwa pamoja na yeye, amekuwa mwombezi wao. So tuwapatie viongozi wa nchi nafasi. Tafadhali nafasi yenu, wekelea mchanga. Thank you. Wale wazee wanapoendelea kuweka, neno la Mungu limetuambia hapa kaburini hakuna mawazo na hakuna kazi ambayo mtu ataenda kuifanya. Na wakati huu tutakapoweka hii jeneza hapo chini, dada wetu hatakuwa na nafasi ingine ya kufanya kazi. Ile ambayo amefanya ndio Mungu atakayomlipa. Mimi ninawashauri wote ambao mmekuja hapa, kuanzia siku ya leo, fanyia Mungu kazi. Kwa sababu ile kazi ambayo utakayomfanyia, hiyo ndio utakapoondoka katika dunia hii, hiyo ndio itakayokumbukwa. Fanyia nchi yako kazi. Maana baada ya kuondoka katika dunia hii, ile kazi ambayo umefanya katika nchi na kwa familia yako, hiyo ndio itakumbukwa na utakuwa unakumbukwa kwa ajili ya kazi uliyofanya. Maana hapa kaburini hakuna mtu anaweza kufanyia familia wala serikali wala kanisa kazi. Tumfanyie Mungu kazi, na ninaomba hayo kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Tunapoteremsha hili jeneza sasa, tuendelee kuimba ili tupewe maombi. Mama,
nafasi kila mmoja aliyekuja kwenye maziko. Unajua kuna watu tofauti sana ambao wanahudhuria maziko. Kuna wale ambao ni wa kuirorera na kuna wale ambao walikuja ili waweze kuzika. Na kuthika ni kuikia tiri, and that's why tumepatia watu wote nafasi hiyo. So ningeomba wakati bishop atakapomaliza kuomba, watu wote tutaruhusiwa kuweka mchanga. Askofu, asante. Hebu tukaweze kuomba. Baba wetu na Mungu wetu uliye juu mbinguni, tunakushukuru safari hii kwa ajili ya kutupeleka hadi hapa. Hakika tumefika ukingoni wa mambo yote, na tunakushukuru Bwana kwa sababu ya jambo hili kutendeka kwa kazi nzuri. Tumeona uwezo wako, tumeona nguvu zako zikiweza kutembea pamoja nasi tangia asubuhi na hadi nyakati hizi wakati jua linaenda kutua. Baba wetu na Mungu wetu, kazi ya Miriam imeisha. Kazi yake ya kunena imeisha. Kazi ya kuonekana imeisha. Kazi ya roho yake kutembea imemalizika. Na diposa Bwana wa mbinguni, naomba baraka kwa wale wote ambao wamekuja, nikiomba ya kwamba Bwana ukamnyamasisha hapa katika makaburi, diposa hakuna kazi ataweza kutenda. Bwana hata kuwatokezea watu, hata kuwanenea. Bwana tumeifuga sasa katika jina la Yesu Kristo. Baba yetu na Mungu wetu uliye hai, Baba unayenena kwa ajili ya walio hai, Bwana ninakunenea siku ya leo. Ikiwa Baba tuweza pata kibali tukiwa mahali hapa, hebu Bwana ukaweze kuwazidishia nguvu waliobaki, wale watoto wake, wajukuu wote, ukawapashe na vipawa, diposa wakaendeleze kazi ya mama huyu aliyelala sasa katika jina la Yesu Kristo. Na kwa sababu Mungu wetu, wewe ni Baba ambaye unaishi pamoja nasi, basi tunakuomba mahali pake ukaishi katika nyoyo zetu na katika mafikra, katika mawazo na hata katika kila jambo ambalo humkuta binadamu. Basi Bwana uishie na unayetenda, tunakurudishia shukrani yote kwa muda ambayo ulitupatia kuishi na yeye, akiwa baraka kwetu, akiwa baraka kwa familia yake na hata kwa nchi. Katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen. Naomba sasa niruhusu watu wote waweze kuweka mchanga, kila mmoja aliye hapa. Sasa umeruhusiwa, na tafadhali waibaji muimbe mpaka tumalizie. Asante.
Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni kwa neno la msalaba lililomfikia huyu mama, naye akakubali wokovu wa Kristo, na kwa neno la msalaba litamfikisha kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Tunashukuru sana kwa sababu ya vile tulivyoendelea. Ningependa tu kwa haraka sana niposa tuweze kufunguana ambao wako aliye na ua la kanisa, kama unaweza mpokeza askofu itakuwa ni vizuri. Asante. Naweza kupokea hiyo picha. Asante askofu, unaweza wazee wa kanisa. Thank you. Asante sana. Ua hilo lingine ambalo utaweza kuliwekelea ni maua ya familia. Familia waende ile side ndio pasa waweze kuonekana vizuri. Sami na wengine ambao wataweza, tafadhali. Maua ya familia. Ya familia. I think ni ya love ama ni ya heart. Yes. That one. Afi wenye wataweza. Haya. Thank you so much. Amen. Huwa hilo lingine ni la marafiki. Na kama kuna wale ambao ni wazee mudo tuwekelea marafiki, wengine tutawekelea tu baadaye. Marafiki, anybody ambaye ana feel ni rafiki alikuwa Okay. Thank you ma'am. Asante. Naweza pata rafiki mwingine? Asante mami, patia mama. Thank you. Nafikiria hiyo ingine tunaweza panda tu, kama uko na rose flower unaweza panda tu, na Mungu awabariki sana. Thank you and God bless you. Sasa ni mwelekeo tu wa vile tutakavyopokea chakula. Kama wewe ni mchungaji, utaingia katika nyumba hii ya Pastor Sami, utapokezwa. Zinapanda hata mali. Sasa nilikuwa nasema nini? Pastors wote wataingia nyumba ya Pastor Sami, watapokezwa chakula chao kwa hii hema ambayo iko hapa kwa gate. Wengine wote tutapata chakula chetu kwa ile hema ambayo iko pale mwisho, na najua tutaweza kubarikiwa. Praise the name of the Lord. Na itakuwa ni vizuri. Yes, pasi? Tupate mama moja atuombee chakula tafadhali. Mutumio moge kuhoera irio na ihenya. Baba, tunakushukuru kwa sababu ya chakula. Tunaomba Bwana kifae mili yetu tutakapokipokea, ambao hawana uwape, kwa jina la Yesu tumeomba na tumeamini. God bless you. God bless you. God bless you. Amen. Tunaweza panda hao mawe mengine. Tutumie mic. Sawa, tutumie post. Asante. Anji uset ni tutakenea kwa ya mama.
Wakishika